Farodhi TV, wega umagana mushie. Farodhi TV, wega umagana mushie. Revelations Ministry in Nyandarua County, where he was ordained as a pastor in 1993 and served as overseer of 7 churches from 1995 to 1997. He leads the CFF ministry alongside his wife, Reverend Lucy Harrison, and a team of exceptionally gifted pastors. Archbishop Harrison Nganga is an accomplished Bible teacher, marriage counselor, and conference speaker. He has a doctorate degree in theology from International Faith Theological and Seminary of California, USA. In 2023, he received a global recognition and was awarded a doctorate of the humanitarian negotiator and international ambassador of peace by the National Peace Council of the Global Signature. I can tell you that when you attend Archbishop's meetings, first of all, you can't sleep. You cannot be bored. He's a man of great revelation. Very deep in the word of God. Miracles, signs and wonders accompany his ministry. And he's a father in our nation with a very big heart. He gave us 500,000 Kenya shillings to go to with the joy of the Lord. Let's welcome the only Archbishop Harrison Nganga from CFF. Let's celebrate him the Kenyan way. He is always walking with mama. He never goes anywhere without mama. They are together pamoja. Archbishop, we love you. Thank you. Amen. He has said a lot about you. We can now have our seats. God bless you for welcoming me. Apostle Subi can really say something about somebody. Apostle Subi anaweza kumsifu mtu kweli kweli. We thank God for every one of you. Nashukuru Mungu kwa kila mmoja wenu. And I thank God for the opportunity I was given by the apostle to be one of the first speakers of this conference. Anashukuru Mungu again this year. Ni tunuku kubwa. Blessing. Tunuku kubwa kwa maana niliongea hapa mwaka uliopita na pia tena nimerudi tena. Amen. Amen. I welcome everybody that comes out of this country. Nakaribisha kila mmoja ambaye ametoka Samaha, Nairobi ni baridi. And the only good thing about Nairobi being cold, na kitu kizuri kuhusu Nairobi kuwa baridi, the ladies wear very well. Kina dada wanavalia vizuri. Karibu na kitu pindua kidogo usikie. Unasema vitu vingine. Pole. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And I know that in this conference things will take an about turn. Najua katika kongamano hili mambo yatabadilika. Amen. And I can see Apostle Subi and the team are very ready for many people who will be coming here. Na naona Apostle Subi pamoja na kikundi chake wamejiandaa, watu wengi wanakuja. Amen. So this morning I want to flow with what Apostle Subi was teaching this morning. Asubuhi ya leo nataka nitiririke tu na kile ambacho mtume amekuwa akifundisha. Because we are speaking about heaven's fire. Kwa sababu tunaongea juu ya moto wa mbinguni. And when you talk about fire, unajua unapoongea juu ya moto, wherever there is a fire, popote pana moto, people will be excited. Watu watachemka. When there is no fire, na mahali hapana moto, people will not notice you. People will not notice you at all. Watu hata hawatajua kama huko. So I thank God, Apostle Subi. Thank you very much. Nashukuru Mungu kwa Apostle Subi, asante sana. God has used you even if you are not born here to bring us back to Uhuru Park. Mungu amekutumia sana ingawa wewe si wa hapa Kenya, lakini Mungu amekutumia sana kuturejesha hapa Uhuru Park. This is the place that many people got saved. Hapa ni mahali watu wengi waliokokea.
Even me, I got my faith renewed when I was sitting somewhere up there under a tree during Bonke's meeting. Hata mimi imani yangu ilitiwa nguvu miaka ya 80 nilipokuwa nimeketi mahali pale chini ya mti wakati wa Bonke. About healing, about the power of God was here. Na ushuhuda nyingi kuhusu uponyaji na ukombozi zilikuwa hapa. Amen. Amen. Thank you. Apostle Subi, God chose you in the whole of this country. Mtume Subi, back here. Mungu alikuchagua na tunashukuru kwa ajili yako. So I came along with my dear wife Lucy. She is here. Can you please stand up and wave to the congregation? Mke wangu Lucy, simama tu kapungie mkono kusanyiko. And thank God for the opportunity to minister to the Church of Jesus Christ at this time. Na tunashukuru Mungu nafasi ya kuhudumia mwili wa Kristo wakati huu. I want to speak about overcoming personal battles. Nataka nizungumze kuhusu jinsi ya kushinda vita vya kibinafsi. I can see you, Apostle Suna. Naweza kukuona Mtume Suna pia pale. I love these people from Uganda. Napenda hawa watu kutoka Uganda. They have a very good heart. Wana mioyo mizuri sana. Amen. Amen. And when a man of God does not have jealousy, na wakati mtumishi wa Mungu hana wivu, the work of God goes very quickly. Kazi ya Mungu inakuwa rahisi. You will never find Subi competing with you. Hautapata hawa wapendo wakibishana na wewe. Everywhere with a very good heart. Suna anaenda kila pahali akiwa na moyo safi. I think you need to share that heart with us. Nafikiri unahitaji kutugawia huo moyo wako. Competition brings down many men of God. Mashindano huangusha watumishi wa Mungu wengi. Our chairman Kamau, God bless you very much. Na chairman wetu Kamau, Mungu akubariki sana. I saw you all people getting this thing yesterday and you did good work. Niliwaona mkiweka wakfu uwanja huu na Mungu awabariki sana. That's why the Spirit is moving. Ndio maana Roho anatembea. Amen. Amen. Why am I speaking about overcoming personal battles? Kwa nini nizungumzie jinsi ya kushinda vita vya kibinafsi? You can't win other people's battles if you have not won your own personal battles. Hauwezi kuwashindia wengine vita kama hujajishindia mwenyewe vita vyako. You cannot help others to light their fires if your fire is out. Hauwezi kusaidia wengine kuwasha mioto yao kama moto wako umezima. Amen. Amen. And sometimes we ignore personal battles. Na wakati mwingine huwa tunapuuzia vita vya kibinafsi. And we concentrate on other people's battles. Kisha tunakazia vita vya wengine. We help them, we assist them, we counsel them. Tunasaidia watu, tunawaombea, tunawashauri. And we ignore our own personal battles. Tunajipuuza wenyewe vita vyetu. Result is that the fire of God goes out. Matokeo ni kwamba moto unazima. I am going to read a very familiar verse with everybody here. Nataka nisome andiko ambalo tunalijua sote hapa. Verses that we have studied many times before. Mistari ambayo tumeisoma pale awali. To lead us to one important thing. Lakini mistari inaenda kutuongoza katika kitu muhimu sana. It will show us the 8 items that remove fire from believers. Itatuonyesha mambo 8 ambayo huzima moto wa waaminio. And I want you to understand that our enemy does not understand many words. He understands fire. Na nataka uelewe ya kwamba adui yetu haelewi lugha nyingi, lakini anajua hiki kitu kinaitwa moto. That's why John said, ndipo Yohana akasema, one who is coming after me, eti yeye anayekuja baada yangu, baptize you with the spirit and with the fire. Atawabatizeni kwa roho na kwa moto. When you have that combination of the spirit and fire, ukiwa na huo mchanganyiko wa moto na roho, the devil must give you way. Shetani lazima akupishe. Even people will give you way. Hata watu watakupisha. But if you are cold, lakini ukiwa mtu baridi and angry, na pia una hasira, people will confront you. Watu watakukabili. People will resist you. Watu watakupinga. And sometimes we are resisted by people, but we think the devil is resisting us. Na wakati mwingine ni watu ndio wanakupinga na wewe unafikiria ni shetani anakupinga. We must overcome our own personal battles. Lazima tushinde vita vyetu vya kibinafsi. Amen. Amen. What are these personal battles? Basi, hizi vita za kibinafsi ni zipi? Look at 1 Thessalonians chapter 5 from verse 15. Angalia Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 15. We are going to read all through up to verse 22 if my time allows. Tunakwenda kusoma hadi 22 ikiwa nitapata muda.
One of the major personal battles we have to contend with. Mojawapo ya vita vya kibinafsi ambavyo lazima tupigane navyo. Verse 15 says, mstari wa 15 unasema, see that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Angalieni kuwa mtu asimlipe mwenzake maovu kwa maovu, bali siku zote tafuteni kutendeana mema ninyi kwa ninyi kwa watu wote. Amen. Amen. Revenging. Kulipiza kisasi. Revenge. Kisasi. Grudges. Nyongo. Anger. Hasira. Bitterness. Uchungu. Unforgiveness. Kutosamehe. All those are negative things. Zote hizo ni mambo mabaya. If you are an expert in operating those things, ikiwa wewe una ujuzi wa kufanya mambo haya ambayo tumeyataja, you cannot attract the fire of God in your life. Hauwezi vutia moto wa Mungu maishani mwako. We can't put you into the front line of kingdom takeover. Wewe hautafaulu kuwekwa mbele ya mambo ya unyakuzi wa kifalme. Because you are already struggling within yourself. Maana tayari wewe mwenyewe unang'ang'ana. Revenge. Kisasi. The husband is revenging against his wife. Mume ana kisasi na mke wake. The wife has organized a revenge against the husband. Mke amepanga maandamano kinyume cha mumewe. In the church we are revenging against one another. Kanisani kuna kisasi moja kwa mwingine. It is not rare to hear a believer saying, he will know who I am. Na hata si ajabu kusikia mtu kanisani akisema watanijua mimi ni nani. He has touched a life fire. Huyo ameniguza, hanijui huyo. He has touched fire. Ameguza moto huyo. And it is not heavenly fire. Na unaona huo moto sio moto wa mbinguni, ni moto wa duniani. He has touched pepper. Ameguza pilipili. When you are in those spheres, you are weak. Ukiwa mtu wa maeneo hayo, basi wewe ni mdhaifu. You have a problem with your own personal battles. Una tatizo, una vita vya kibinafsi. You have battles, you know God is love. Unajua Mungu ni pendo. And when you are operating revenge, na wewe ukiwa unaenenda katika kisasi, you have a grudge, una nyongo, you don't forgive quickly, you are very slow in forgiving, hausamei haraka, wewe ni mtu polepole kusamea, wewe ni mtu unashika hasira haraka. I wonder why some people get angry or just looking at me they get angry. Nashangaa kwa nini watu hata akiniangalia tu mimi anakasirika. Looks at the neighbor and gets angry. Anaangalia tu mwenzake anakasirika. Gets offended. Tena anakwazika. Ni nini? These personal battles, if you don't overcome them, hivi vita vya kibinafsi usipovishinda, you will be going in circles in one area. Utazungukia papo hapo tu. And sometimes we don't know how to react to those people who offend us. Na wakati mwingine hata hatujui jinsi ya kushughulikia wale wanaotukwaza. Every believer who wants to be in the front line of the Church of Jesus Christ, kila mwaminio atakayecheza mbele katika kanisa la Kristo, you must know how to react to people who offend you. Lazima ujue jinsi ya kuenenda unapokwazika. Some people even have been given an opportunity to stand here and you see them fighting from the pulpit. It's a pity. Kuna wengine hata wanapewa nafasi hadi ya kuja hapa mbele, kisha bado wanang'ang'ana, bado wanabishana. Organizing a sermon to attack somebody in the church. Mtu anapanga ka ujumbe ili akashambulie watu. A good song, but it is an attack. You are fighting a certain believer. Wimbo mzuri lakini ni wa kupiga wengine vita. You are going to make the Church of Jesus be retarded. Utafanya kanisa la Kristo likwame. It goes very slowly. Na litaenda pole pole sana. Because you have not overcome your own personal battles. Maana hujashinda vita vyako vya kibinafsi. You pretend you love us and you don't. Unafanya eti unatupenda kumbe hutupendi. You remember what David said? Unakumbuka Daudi alisema nini? Their words are as smooth as butter. Eti maneno yao ni nyepesi ama ni nyororo kama blue bands. They have knives and swords. Lakini mioyoni mwao wana visu na wana mapanga. I hope I'm not describing you. Sijui kama naeleza juu yako, sijui. Hallelujah. Hallelujah. Do you know many wives today pretend that they love their husband for the children's sake? Unajua leo kuna wake wengi wanajifanya eti wanapenda waume zao kwa sababu tu ya watoto. Amen. Amen. Honey, but in the heart, lakini katika moyo, devil. Shetani. This is what we are doing.
Na hii ndio tunafanya. And we want God to take us to the front line of the battles of the kingdom. Na tunataka Mungu atupeleke mbele ya vita. And we dare attack the witches in such conditions. Tutapigaje wachawi tukiwa na hali kama hizo? No wonder we've been wounded a lot. Ndio maana tuna majeraha mengi. No wonder we have lost a lot of good people. Ndio maana tumepoteza watu wengi sana. Today you are in the choir. Leo uko choir. Tomorrow we see you sitting back there. Kesho tunakuona umeketi huko nyuma. Very angry. Umekasirika, umekwazika. How shall we put you in the front? Tutakuwekaje mbele? Kingdom of God. Katika mambo ya ufalme wa Mungu. How shall we do the kingdom takeover with the people like you? Tutafanyaje unyakuzi wa kifalme na watu kama wewe? Amen. Amen. I hear you have been praying for somebody to die. Tunasikia eti kumbe umekuwa ukiombea mtu akufe. And by the way, if you have never prayed for anybody to die, you have never desired anybody to die, please lift up your hand. Let me see. Tafadhali kama hujawahi ombea hapa mtu akufe, inua mkono wako. Kama hujawahi ombea mtu akufe, inua mkono wako. Apostle Subi, see the hands. Mtume Subi, angalia mikono. There is no hand, Apostle Subi. Hakuna mkono. We have all desired to kill people. Sisi sote tumewahi tamani kuua mtu. Thank God for the police. Shukuru Mungu kwa ajili ya polisi. They are the only ones who prevent us from doing the desires of our hearts. Hao ndio wanatuzuia tusitimize matakwa ya mioyo yetu. We must overcome personal battles. Lazima tushinde vita vya kibinafsi. We must know how to operate love. Lazima tujue jinsi ya kuenenda katika upendo. And by the way, do you know that nobody teaches you how to bear a grudge? You learn it naturally. You have it naturally. Je, unajua kwamba hakuna mtu anafundisha habari za nyongo na kuchukia? Ni mambo ambayo yanatokea tu. Nobody will teach you how to be bitter. Hakuna mtu atakufundisha jinsi ya kuwa mkali. Tayari inakuja tu. Have you ever been taught 5 lessons in hating your neighbor? Je, umewahi funzwa hatua 5 za kuchukia jirani? But we hate them perfectly. Lakini tunawachukia kabisa. We must overcome personal battles. Lazima tushinde vita vya kibinafsi. We must forgive people who offend us. Lazima tusamehe wale wanaotukwaza. We can't move with God's power if we don't know what is forgiveness. Hatuwezi enenda katika nguvu za Mungu kama hatujui msamaha ni nini. All these tents you see here, the seats, the people here, it's about forgiveness. Unaona hizi hema zote na viti ni mambo ya msamaha. Tulisamehewa. We were forgiven. Tulisamehewa. So you must learn how to forgive. Kwa hivyo lazima ujifunze jinsi ya kusamea. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus said, how many times should we forgive other people? Na kumbe Yesu alisema tusamehe mara ngapi? 70 times. 7 mara 70. That totals to how many times? Hiyo ni ngapi kwa jumla? 490. Is it per week or per day? Hiyo ni kwa siku ama kwa wiki? And I heard you left your husband because of 3 times. He has done it 3 times. Na wewe nasikia uliacha mmeo kwa sababu alifanya mara 3 tu peke yake ukamwacha. You kicked out your wife because she has repeated something I told her to stop 5 times. Umemfukuza mke wako kwa maana amerudia kile kitu nimwambia asirudie mara 5 tu. We must go back to standard 1 of spiritual faith. Lazima spiritual teachings. Turudi mafundisho ya chekechea ya kiroho na ya imani. God is love. Kwamba Mungu ni pendo. We must love one another. Lazima tupendane. There is a new commandment. Kuna sheria mpya. Love one another. Penda mmoja kwa mwingine. Amen. Amen. If we don't go that way, tusipoenda hivyo, then we will not operate the fire of God. Hatutawasha moto wa Mungu. Negativity is a big block to the kingdom of God. Mambo mabaya kama hayo ni swaliishi tu na Yuda, na alijua tu Yuda naiba kwa kikapu ya sadaka. Alijua. You want to see an angry Subi. Kama unataka kuona Subi ambaye amekasirika, steal the offerings from this conference. Iba sadaka za conference hii ndio utamjua. Nobody would like that. Hakuna mtu anapenda kitu kama hiyo. Can you imagine, and when he sent two to go and do miracles, even Judas was sent. Unakumbuka wakati alituma wawili waende kufanya miujiza, hata Yuda alitumwa pia. If it was us, kama ingekuwa ni sisi, Judas, go away, I don't like you. Ungesema Juda, wewe baki kwanza, usiende. Go. Nenda. But Jesus sent him. Lakini Yesu akamtuma. He came back saying demons can obey us. Na Yuda pia akarudi akisema mapepo inatutii. And even on that day when they were eating the Holy Communion. Na hata ile siku ambayo walikuwa wanakula when Jesus said one of you will surely betray me. Na Yesu akasema mmoja wenu atanisaliti.
Did they say it is Judas? No, they said, is it me? They could not suspect Judas. Je, walisema ni Yuda? He was a Hapana. good man at that time. Hawangemshuku, alikuwa mtu mzuri. But he had a personal battle. Lakini alikuwa na vita vya kibinafsi. He was a thief. Alikuwa mwizi. Amen. Amen. You know, here in Africa we have many problems. Unajua hapa Afrika pana shida nyingi So it sana. is not likely for a man like me Kwa hivyo si rahisi kuona mtu kama mimi to come to my age without having stolen something. kufikia umri kama wangu kabla sijaiba chochote. Si rahisi. And I want to see people here who have never stolen anything since they came on planet Earth. Na nataka nione watu hapa, kama unajua hujawahi iba kitu, inua mkono. Even a pen at school you didn't steal? Hata kalamu eti hukuiba shuleni? So mostly here we have come to a meeting of former thieves, isn't it? Kwa hivyo kirasmi tunahudhuria mkutano ambayo ina wezi wa kitambo. The problem Shida is that we were forgiven, ni kwamba tulisamehewa, but we have continued to steal and we are already in the church. lakini tumeendelea kuiba tukiwa tungali How kanisani. can we keep the fire of God? Sasa tutahifadhi namna gani moto wa Mungu? And even sometimes we steal the tithe. No, we used to steal from people. Now in the church we are stealing from God. Unaona, sasa tulikuwa tunaiba vitu vya watu kitambo. Sasa kanisani tunaiba fungu la 10. May God bless you, former thieves. Mungu awabariki wezi wa zamani. But now you have been forgiven. Lakini sasa mmesamehewa. I hope you can't take my mobile phone because I know you stopped. Natumai hautaniibia simu, maana najua uliacha mambo ya wizi. Can you ask your neighbor whether he surely stopped stealing? Uliza jirani kama kweli kabisa aliachana na maneno ya kuiba. I'm not trying to interfere with your life. Sijaribu kukusumbua. But a spirit that can come close to Jesus, so close that he can kiss Jesus, it might be a very big spirit. Lakini roho ambayo inaweza karibia mpaka kumbusu Yesu, hiyo ni roho mbaya sana. Imagine. Hebu fikiria. Jesus Christ, the Son of the living God. Yesu Kristo mwana wa Mungu With aliye all hai. his deity and power. Akiwa na huo ukuu na nguvu. The thief can come here. Eti mwizi anaweza karibia hapo And kiss him. na ambusu. I don't know you members of the church why you blame us pastors. Sijui kwa nini nyinyi washiriki mnatulaumu sisi wachungaji. That we are staying with somebody in the church who is not good. Eti wana mchungaji mnakaa na watu ambao si wazuri kanisani. Jesus stayed with a thief. Yesu aliishi na mwizi. And his offering was stolen. Na sadaka zikaibwa. I think even some of us are better than that. Nafikiri hata baadhi yetu ni zaidi ya We hiyo. can't steal our offerings. Huwezi kuiba sadaka zetu. We have security over it. Tuko na security kali. Hallelujah. Hallelujah. You know, Jesus had 3 people who are questionable. Unajua Yesu alikuwa na watu watatu ambao walikuwa washukiwa na aliwapenda. Simon Peter is a man that carries 2 swords in the church. Simoni Petro ni mtu wa kubeba visu na panga kanisani. Even one day Jesus had to tell him, "Devil, get behind me." Hata kuna siku moja Yesu akamwambia, "Shetani, rudi nyuma yangu." He didn't say devil in Simon Peter. He called everything devil. Satan, behind me. Hakusema shetani ndani ya Peter. Alisema shetani, kila kitu ikakuwa shetani. Did he chase him from the church? Je, alimfukuza kutoka kwa kanisa? He gave him the key. In fact, he gave him the key. Kwanza akampa funguo. What kind of love is this? Hiyo ni upendo wa aina gani? If it was me, Kama ingekuwa mimi, the key should have gone to John. Ufunguo ningepatia nani? Yohana. But God told Simon Peter, "Come here. Lakini Mungu akamwambia Simon I give Petro, you the keys of the kingdom." ninakupa funguo za ufalme. Hallelujah. Hallelujah. If it was in Nairobi, Kama ingekuwa hapa Nairobi, they would say that church is finished. wangesema hiyo kanisa kwisha. Can you imagine he has given the keys to Simon Peter? Unaona sasa kifunguo amepewa nani? Peter. That devil. Ule shetani ndiye amepewa kifunguo. Jesus loved Simon Peter. Yesu alipenda Simoni Petro. Thomas Tomaso said clearly, alisema vizuri, "I can't believe." siwezi amini maneno kama hiyo. I can't. Mimi siwezi amini hiyo. It's like hearing somebody, a member in our church, saying that he doesn't believe me 100%. Ni kama kusikia mshirika anasema huyu pastor mimi simuamini kabisa. We might organize a sermon to deal with that. Hiyo lazima nipange ujumbe wa kuongea juu ya hiyo. But because of love, Lakini kwa sababu ya upendo, Jesus came.
Yesu alikuja and told Thomas, na kumwambia Tomaso, touch my hands. guza mikono yangu. Put your hand here. Weka mkono wako hapa. With love. If it was me, is to tell you, if you don't believe me, you go to hell. Okay, Thomas? Go. Kama ingekuwa mimi ningemwambia Tomaso, kama uniamini kwenda jehanamu. Unasikia maneno? Hallelujah. 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 Stop rendering evil for evil. Ati acheni kulipiza maovu kwa maovu. Amen. Amen. But follow that which is good. Bali tafuteni kuenenda katika yaliyo mema. Let people feel safe around you. Wacha watu wasikie salama karibu na wewe. Amen. Amen. You know, sometimes I try to greet some people and you wonder what's wrong with them. By the time I try to hold their hands, they have already removed it. I'm left holding the air. Unajua wakati mwingine nasumbuka ninapowasalimia watu, hata hujapeleka mkono tayari ashatoa. They are very cold. Ni mtu baridi. I wonder whether anointing makes people cold. Sijui ni upako ndiye anafanya watu wakuwe baridi ama ni nini? Me, I believe we were given white teeth so that we can smile. Mimi naamini tulipewa meno meupe ili tukatabasamu. But some of the people, once they get anointed, they will never smile again. Lakini kuna watu akishapata tu upako, sasa hawezi kutabasamu tena. Where does this anointing come from? Kwani upako unatoka wapi? Even at home you stop smiling to your wife because you are now anointed. Hata nyumbani sasa hauwezi tabasamia mke wako kwa sababu upako umeongezeka. Oh my. Overcome personal battles. Shinda vita za kibinafsi. Hallelujah. Let people feel Jesus in you. Wacha watu We are the generation that seek the face of God. And it's now time for a kingdom takeover. Are you ready, people of God? Hallelujah. Glory to God. Thy kingdom come. Thy listi kuwa mgumu. Because somebody who used to be outgoing, helping their neighbor, attending many meetings of the neighborhood, suddenly stops. And when you ask why did they stop? They joined the church. Kwa sababu mtu kitambo alikuwa mtu mzuri, mtu wa furaha, mtu wa majirani, mtu anaenda kwa mikutano mingi, lakini sasa kwa sababu ameokoka, amebadilika. Kwa sababu ameokoka, ameenda kanisani. I was looking at the choir that was singing here. Nilikuwa naangalia kwaya hapa mbele. They never smiled. Hawakuwa wanatabasamu vizuri. Feeling pain. Were they feeling pain as they sang? Walikuwa wanasikia uchungu wakati wanaimba ama ilikuwa namna gani? You choir. Were you feeling pain? Kwaya, mlikuwa mnasikia aje? In fact, if you see somebody laughing in the church, they think you are not saved properly. Ukweli ni kwamba siku hizi ukiona mtu anacheka kanisani, tunasema huyo ni kama hajaokoka vizuri, hayuko serious. Pastor Subi decided to walk around the streets of Nairobi. Niliamua siku nyingine mtume Subi kutembea hapa streets za Nairobi. I started smiling to people. Nikaanza tu kutabasamia watu na kuwasalimia. One said, mmoja akaniambia, that one has lost his head very early in life. They thought I was. Huyo amekuwa mwendazimu mapema sana kama angali mdogo. Church you can't smile because people will suspect you are not serious in the faith. Kanisani hautabasamu kwa sababu watu watakushuku kwamba wewe si mtu unamaanisha kwa vitu za kiroho. Let me tell you something. Hebu nikwambie kitu. Because the Bible says rejoice forevermore. Maana Biblia inasema furahini siku zote. There is something that God put here. Kuna kitu Mungu aliweka hapa. If somebody else touches you. Kuna wakati mtu anakuguza, si wewe unashtuka hivi. Do you have it or it is only me? Ni mimi tu ndio huwa nasikia hivyo ama pia wewe? Everybody has it. Si kila mtu ana hiyo. Put it there. Nani aliweka hiyo kusikia unatekenywa? Was God joking? He wanted you to be happy. Je, Mungu alikuwa anafanya mzaha? Hapana, alitaka ufurahi. He wanted you to have somebody who can touch you there. Alitaka uwe na mtu ambaye akikuguza hapo unapasuka kicheko. Unfortunately, bahati mbaya, after getting saved, baada ya kuokoka, you
become another person. Unakuwa mtu mwingine sasa. You become very cold. Unakuwa mtu baridi. Your eyes are very cold and very calculative. Macho yako ni ya kupanga kwanza. Very judgmental. Macho ya kushuku watu na kuhukumu. kuhukumu. Children are running away from the faith. Ndio maana watoto wetu wanatoka kanisani. Because you are never happy. Maana wewe si mtu wa furaha. They join the neighbors who are always laughing loudly. Wanaenda kwa majirani ambao wanacheka kwa sauti za juu. We must overcome our own personal battles. Lazima tushinde vita vyetu vya kibinafsi. Amen. Amen. It's very rare for somebody now these days to be heard laughing loudly with your wife in the house. Ni nadra sana siku hizi kuona mtu anacheka kicheko cha juu na mke wake. If you hear a wife laughing in the house, there is a visitor. Ukisikia tu mwanamke anacheka kwa nyumba yake, basi ujue kuna mgeni. Ni mgeni anafanya. It's very sad. Ni mbaya sana. It is very sad. Ni mbaya sana. Very sad. Mbaya sana. We have thrown out laugh. Tumetupa nje upendo. And we have brought in other things. Tukaingiza mambo mengine. And the kingdom of God has lost the fire. Kwamba ufalme wa Mungu sasa umepoteza moto. Amen. Amen. You know, sometimes I used to go to the church and I would think that now the devil has overcome us. Now we cannot do anything. Everything is bad. Unajua kuna wakati nilikuwa naenda kanisani najua kwamba sasa basi shetani ametushinda, kila kitu ni kibaya, watu wana huzuni. Then the pastor would stand up here and smile at us all. Alafu mchungaji anasimama na cheka. The pastor smiling, everything is okay. Najua basi the devil has not defeated us. Mchungaji akitabasamu basi kila kitu iko sawa. Shetani hajatutembelea. I hope you are guilty as charged. Naamini unanipata. No, you are guilty as charged. Naamini una hiyo hatia, umepata hatia sasa. Choir, are you guilty as charged? Yeah. Choir, umesikia hiyo hukumu, umesikia kuhukumika? And some of the ladies that we bring to the front here. Na baadhi ya kina dada ambao tunawaleta hapa mbele. We give them the power to lead the services. Tunawapea uwezo wa kutumika hapa mbele. Lead the worship. Kuongoza worship. Lead the places. Kuongoza sifa. Make announcement. Kufanya matangazo. They rarely get married. Hawaolewi. You know, because he is always this way. Maana kila wakati yako tu hivi. Bwana asifiwe. Who can marry such a thing? Bwana asifiweni. Nani anaweza oa mtu kama huyo? To get married and have trouble. Hakuna mtu anataka kuoa mtu kama huyo na apate shida. Hapana. I decided to smile to another young man and I smiled to him. Niliamua kutabasamia kijana mwingine. And he came to me and asked me, what are you saying? Na akanikaribia akasema unasema nini? I thought there is something very wrong in the church. Nikajua kuna kitu kibaya kanisani. If you want trouble in a conference like this one, kama unataka shida na conference kama hii, smile to somebody's wife. Tabasamia mke wa mtu. And it is just, we should smile. That's why we have white teeth. Na unajua tunafaa kutabasamu, ndio maana tuko na meno. Black people have white teeth. Watu weusi wote wana meno meupe. If you smile to somebody's wife, then you ask, what do you want? Kitabasamia mke wa mtu utaulizwa maswali, unataka nini? Ni nini baya? I'll tell these ladies to smile to somebody's husband. It is trouble. Ambia hawa kina dada watabasamie mume wa mtu. Ni shida. I saw another single mother decided to greet her brother in the church. Iliona dada mwingine akaamua and she was smiling with all her teeth out. Kutabasamia ndugu mwingine vizuri kabisa. And the wife came. Mke wa huyo ndugu akaingia. And disconnected their hands. Akatoanisha mikono. And she was told, take care. Akamwambia wewe chunga. Chunga. She came to me and told me, so we can't smile in this church. Akakuja kwangu akasema pastor, kwa hivyo hatuwezi tabasamia watu hapa. I told her it is like that. Nikamwambia ni hivyo tu. Mambo ni hivyo ndio kunaendanga. It is like that. Iko hivyo. Rejoice evermore. Furahini siku zote. We shouldn't have Christians that are suffering depression. Hatupaswi kuwa na Wakristo ambao wana msongamano wa mawazo. Christians that are suffering diseases that come with gloominess, bitterness and other things. Wakristo ambao wana matatizo na magonjwa ambayo yanatokana na msongamano wa mawazo na huzuni na uchungu. Can you imagine? Hebu fikiria. May God open the heavens and set the fire to us. Mungu afungue mbingu akatutumie moto. But you should overcome personal battles. Lakini lazima tushinde vita vya kibinafsi. Hallelujah. Hallelujah. The fruit of the Spirit is joy. Tunda
tunda la Roho ni furaha. Isn't it? Si ni kweli? How can you say, I'm joyful? Unawezaje ukasema mimi nina furaha? I'm very happy to be here. Na nimefurahi sana kuwa hapa. That is nonsense. It is not making sense. Hiyo si sawa kabisa. If you say you're happy to be here, you must show us the teeth. Ukisema umefurahi kuwa hapa leo, lazima tuone meno. Hallelujah. Hallelujah. Where is the happiness? Where did you take the happiness? Wapi furaha? Furaha ilienda wapi kanisani? The next one, pray without ceasing, verse 17. Mstari wa 17, omba bila kukoma. The number 3 of my 8 items that remove fire from believers' lives. Nambari ya 3 katika mambo yangu 8 ambayo huwa yanaondoa moto kanisani. From 1 Thessalonians chapter 5 from verse 15. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa 16 Now verse kuendelea. 17 says, pray without ceasing. Mstari wa 17 unasema ombeni bila kukoma. Why do Christians cease to pray? Kwa nini Wakristo wanakoma kuomba? Ama wanaacha kuomba? It is very easy to cease Unajua ni rahisi sana kuacha kuomba instead of praying. badala ya kuomba. Mostly because of delay. Ni mara nyingi ni kwa sababu ya kucheleweshwa ama kukawia kwa mambo. Delay of prayers being answered. Kuchelewa kwa majibu ya maombi. We want a God who is working very fast like an antelope. Sisi twapenda Mungu anayefanya kazi kwa haraka kama swara. But I want to remind you. Lakini nataka nikukumbushe. The God who made the cheetah. Mungu aliyeumba cheetah. You know it can run for 165 kilometers per. Unajua cheetah anaweza kimbia masafa marefu kilomita 165. It is very fast. Cheetah ana mwendo wa kasi sana. The God who made the cheetah. Mungu aliyemuumba cheetah also made the chameleon. Pia alitengeneza kinyonga. That goes this way and goes back. Kinyonga ambaye anaenda hatua moja mbele anarudi hatua mbili nyuma. So you may pray. Kwa hivyo unaweza omba and God decides to come to you like a cheetah. Na Mungu aamue kuja na majibu kama cheetah. It is not always. Once he may come that way. Na sio kila wakati atakuja hivyo kama cheetah. And another one he may decide to come like a chameleon. Na wakati mwingine majibu ya maombi yako inaweza kuja kama ya kinyonga. Especially when the wives are saying, Lord, change my husband. Hasa wakati mke bado anaomba akisema, Bwana badilisha mume wangu. Chameleon. When you think he has changed, wakati unafikiri amebadilika, you see he is even worse. Unaona tena ameharibika zaidi. It is the tendency of the chameleon to go 2 steps ahead then 1 back. Hivyo ndivyo kinyonga huwa anafanya. Anaenda hatua moja mbele anarudi 2 nyuma. Your interest is not the process of answering prayers. Haja yako sio hatua za kujibu maombi. Your interest is sending prayers to heaven continuously, non-stop. Haja yako ni kwamba we endelea kuomba bila kukoma. Hallelujah. That's why the Bible says men ought to pray and not faint. Ndio maana Biblia inasema watu wazidi kuomba wasikate tamaa. You remember that widow woman? Je, mnakumbuka yule mwanamke mchane? She went and went and went and went. She prayed continuously. She didn't care what the judge was saying, what the judge was feeling, whether the judge was answering or not. She continued. Hakujali kile hakimu anasema ama kile anajibu. Ye mama huyu aliendelea tu kila wakati. But let me tell you, people of God. Hebu niwaambie watu wa Mungu. God is waiting for your prayers so that he can move. Mungu anangoja maombi yako ili akasonge. Amen. Amen. Sometimes God will do nothing because there are no prayers. Wakati mwingine Mungu hafanyi chochote maana hapana maombi. And that is why when Jesus was here on earth, ndio maana Yesu alipokuwa hapa duniani, he would spend a whole night in prayer. Angechukua muda wa usiku kucha ndani ya maombi. I have ever prayed a whole night. Mimi nimewahi omba usiku kucha. It is long, but once you get the spirit of prayer, it just goes quickly. Ni ndefu lakini unapokamata hiyo roho ya maombi inakuwa haraka. Down at 6 p.m. Unapiga magoti saa 12. You pray without singing. Unaomba bila kuimba until 6 in the morning. Hadi saa 12 asubuhi. It is a long time. Ni muda mrefu. But it changes your composition completely. Lakini inabadilisha historia yako kabisa. You start seeing people the way God sees them. Unaanza kuona watu vile Mungu anavyowaona. You start seeing yourself the way God sees you. Unaanza kujiona vile Mungu anavyokuona.
You know, you may be seeing yourself the way people see you. Unajua wewe unaweza kuwa unajiona jinsi watu wanavyokuona. You may be seeing yourself the way your relatives see you. Unaweza kuwa unajiona jinsi watu wa jamii yako wanakuona. But it is a very high dimension when you see yourself the way God is seeing you. It is just something else. Lakini ni kiwango kingine cha juu wakati unaanza kujiona kama vile Mungu anavyokuona. And of course we also suffer from spiritual laziness. Na pia ujue kwamba pia wakati mwingine tunateseka kitu kinaitwa uzembe wa kiroho. Spiritual laziness. Uvivu wa kiroho. You no longer wake up in the night to pray. Sasa hauamki usiku kuomba. And when you just wake up, you say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Na ukiamka usiku unasema asante Yesu. Asante kwa maneno yote. Then in the morning you wonder, did I say amen? Alafu asubuhi unasema na nilisema amen kweli? And in the morning you are late. Alafu asubuhi umechelewa. The time is not giving you enough time to pray. Wakati hata hautoshi sasa wa kuomba. Then you just send a message of prayer. Sasa Father, you know everything I need. Lord, you SMS even help cows and they don't pray to you. Lord, you even answer elephants and they don't pray to you. Answer me that way, Lord. Hata wewe unajibu ndovu na hawaombi. Bwana nijibu hata mimi. SMS prayers. Maombi ya SMS. And then when you go to town, alafu unapoenda mjini, you might meet a lot of obstacles and a lot of blockage. Unapata changamoto nyingi na shida nyingi. And you complain. Alafu unanungunika. Yet the one who is our Lord and Savior Jesus Christ. Ila yule ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. He would spend the whole night praying. Alichukua muda wa usiku kucha katika maombi. There is a time he prayed so much until his disciples told him, teach us how to pray. Kuna wakati akaomba sana hadi wanafunzi wakashangaa, wakasema Bwana, tufundishe hata nasi jinsi ya kuomba. My brothers and my sisters, make prayer a lifestyle. Wapendwa, fanyeni maombi kuwa mtindo wa maisha. Punguza kidogo. You just remove this social media addiction that you have. Please. Punguza kidogo mambo ya mitandao. WhatsApp, Facebook. Recommend sometimes you switch off your phones and your computers and become original and talk to God. Wakati mwingine zima hiyo simu, zima computer, kuwa tu original ukaongee na Mungu. Some people are playing and the phone is on. Kuna watu wanaomba lakini simu iko. Father, I come before you in Jesus name. Bwana, nakuja mbele zako katika jina la Yesu. Nikuze. Hallelujah. Hallelujah. Father, I pray. Baba, naomba. Remember me, Lord. Na pia Bwana, unikumbuke katika mambo yote. I think the devil likes that game. Nafikiri shetani anapenda hiyo sana. How can you pray and you are SMSing? Unawezaje kuomba na unaandika ujumbe mfupi? One eye on God, one eye on the phone. Jicho moja kwa Mungu, jicho lingine kwa simu. We no longer read the Bible today. Siku hizi watu hawasomi Biblia. We only read what the other people are telling us to read. Tunasoma tu kile watu wengine wamesema tusome. We are so much engaged in things of the world. Tumeingia sana katika mambo ya dunia. Yet we want to see God moving. Na ile hali tunataka tuone Mungu akitembea. How shall he move? Atatembea vipi? Tell your neighbor, admit you are addicted to your phone. Admit. Mwambie jirani, kubali simu. Don't say this is a necessity. Admit. Mwambie kubali simu imekufunga wewe. Simu admit you are addicted. Mwambie umezoea. Deal with this addiction. Mwambie kabiliana na hiyo mazoea. It is an addiction. Hayo ni mazoea. Have you ever seen somebody who has lost their phone? Umewahi kuona mtu amepoteza simu? The last conference we had a man of God who misplaced his phone. Ile conference nyingine tulikuwa na mtu wa Mungu alipoteza simu hapa. And the man of God was preaching here. Na mtu wa Mungu alikuwa anahubiri lakini all over. Ndio huyo ameamka na mahubiri inaendelea. I said phone. Nikasema simu. You are the latest addiction among human beings. Ndio mazoea ya sasa ya mwanadamu. Now we are no longer praying. Sasa siku hizi hatuombi. We are relying on the phone. Tunatumia simu. Everything is phone. Kila kitu ni simu. I have even heard that if you want to get married, the phone is the easiest. Did you hear this story? Nimesikia pia eti siku hizi kama unataka kuoa ama kuolewa, kuna njia katika simu unaweza fanya hivyo. Sijui kama nyinyi mmesikia hiyo. I was doing another wedding and somebody said we met on Facebook. Amen. Nilikuwa naunganisha harusi nyingine. You mean you can meet wakasema tulikutania Facebook. Kumbe imefika hapo. No wonder some men hide in the bathroom when they are operating their phones. Si ajabu kuna wanaume wengine wanajificha kwa bafu wakati wanafinya simu yao. Has moved from the social areas into the phone. Yaani mambo ya kisiri yameingia kwa simu sasa, si yametoka kule kwenye chumba.
Can you talk with your neighbor on that point? Are you addicted to phone? Ongea na jirani yako, mwambie wewe, What actions are you going yani to take? Simu imekufunga namna hiyo to break this addiction? Mwambie simu imekushika namna hiyo jirani. Is it a must for God to allow your phone to get lost so that you can come back to him? Je, uliza jirani. Uliza jirani. Ni lazima Mungu afanye operation ya kufanya simu yako ipotee ndio sasa wewe urudi umakini wako kwa Mungu? Muulize jirani. We were invited to State House one day. Siku moja tulialikwa kwenye ikulu. Tulikuwa na Mtume Subi. All our phones were taken away. Simu zetu zote zikachukuliwa. We spent a very bad 1 hour. Tukakuwa na saa nzima. Even some people are looking at their hearts. Kuna hata wale walikuwa sasa wanaangalia mikono akifikiria ni simu, kumbe simu haipo. I told one bishop. Nikamwambia askofu mmoja, you are looking for your phone. Najua unatafuta simu. He told me, yes. I told him we have given them to sema tumepeana security. Kwa security. What are we going to do? Sasa tutafanyaje? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Do you know the watches of the night are the best times to pray? Je, mnajua masaa ya usiku ndio masaa mazuri sana, mabora zaidi ya kuomba? The Lord says that there are watches in the night. Bwana anasema kwamba kuna masaa ya usiku. That is, the first watch is at 9 p.m. Ya kwanza ni saa 3 jioni. The second one is midnight. Ya pili ni usiku wa manane. The other one is at 3 a.m. Ingine ni saa 9. The other one is at 6. Alafu saa 12 asubuhi. But those watches are when we are watching the latest movie. Lakini ubaya ni kwamba kwenye hayo masaa ndio sasa watu wanatazama filamu nzuri. And even God was very careful and he told us, when you are angry, make sure by 6 p.m. you stop it. Ndio maana Bwana akatuambia kwamba hakikisha unapokasirika usingoje hadi ama isipite jioni, isipite wakati wa jua, machweo. Angry Christians cannot be able to pray in the night. Wakristo walio na hasira ama uchungu hawawezi omba usiku. And if they pray, na wakiomba, they will be cursing their neighbors. Watakuwa wanalaani jirani. Father, you have to remove somebody. Baba, lazima ukamwondoe fulani. Continue preaching. Ili mimi niendelee kuhubiri injili. Those are not good prayers. Hayo si maombi mazuri. Long prayers, those ones. Hayo ni maombi mabaya. The next one. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ingine nasema shukuru Mungu kwa kila jambo, kwa maana haya ndio mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu katika Kristo Yesu. Hilo ni jambo la 4. We should be thankful, not critical. Tunafaa kuwa watu wa shukrani, sio watu wa kukosoa. If you don't find anything good with the people, kama upati chochote kizuri na mtu, you will not be thankful. Hautakuwa mtu wa shukrani. And when you are not thankful, na wakati hauna shukrani, you don't experience the miraculous power of God. Hautaona nguvu za miujiza za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus was raising Lazarus from the dead, wakati Yesu alikuwa anamfufua Lazaro kutoka katika wafu, which prayer did he use? Aliomba maombi gani? Thanksgiving. Shukrani, maombi ya shukrani. He said, thank you Lord, I know you hear me. Alisema asante Bwana, maana najua wanisikia. Even now you can hear me. Anajua hata sasa wanisikia. Then he said, Lazarus, come out. Kisha akasema, Lazaro, toka nje. If it was we, kama ingekuwa mimi, we bind you death. Akasema nafunga roho ya kifo. And we are praying, one prayer is by the mouth, the other prayer is in the heart. Father, if you don't select this man, people will not see you. I command you to come out. Na ndani ya moyo unasema, Baba, usipofufua huyu mtu watu hawatakuona. Ndio sasa unaamuru tena, toka nje Lazaro. But Jesus said thank you. Lakini Yesu alisema tu asante. Thank you in the spiritual world is so powerful. Neno asante katika ulimwengu wa kiroho ni nguvu sana. Ni nguvu sana. That it causes God to move. Kwamba inafanya Mungu asonge. But instead of people becoming thankful, they are always complaining. Lakini badala ya watu kuwa na shukrani, kila mara wananungunika. I even heard somebody say, hata nilisikia mtu akisema, Lord, you have to tell me why you made me a woman. Bwana, lazima uniambie kwa nini ulinifanya niwe mwanamke. Instead of saying, Lord, thank you, you saw that I was fit to be a woman. Badala ya kusema, Bwana asante, maana uliona inafaa niwe mwanamke. And another brother was praying. Na ndugu mwingine alikuwa anaomba. And he said, Lord, if I was a lady,
Na akasema, Bwana, kama ningekuwa mwanamke, somebody would be paying the house for me. Mtu angekuwa ananilipia Now nyumba. see the way I'm struggling. Sasa ona vile naumia Bwana. I see it. Na nikasema, No wonder they used to say that if you go around a mogumo 3-7 times you'll become a woman. sio ajabu kuna msemo kwamba, kulikuwa na msemo kitambo kwamba ukizunguka mti wa mgumo mara 7 utakuwa mwanamke. Unaona sasa? And in the evening I saw some young men. Na jioni nikaona vijana fulani going loud. wakizunguka mgumo. But unfortunately it did not work. Lakini sasa hawakugeuka wakakuwa wanawake. And women want to be men. Na wanawake nao wanataka kuwa wanaume. And that is why today you may not know the difference between a man and a woman. Ndio maana siku hizi huwezi jua tofauti ya mke na mume. Gentlemen look like women. Je, ni wanaume wangapi siku hizi wanakaa kama wanawake? I went to another country and I was laying hands on people. Nilienda kwa nchi nyingine nikawa ninawekea watu mikono. And I laid on a very well braided head. Na nikawekea mtu mkono ambaye nywele yake imesukwa vizuri. And I said, Lord bless this lady. Nikasema, Bwana mbariki huyu dada. And he holds my heart. Na akanishika mkono. Mama. Akasema, mimi ni mwanaume. It was shocking. Na hiyo ikanishangaza sana. All men want to be women. Wanaume wote wanataka kuwa wanawake na wanawake wanataka kuwa wanaume. What are we going to do? Tutafanya aje? Look at your neighbor. Are they men or women? Angalia jirani, mwambie, watu ni wanawake ama watu ni wanaume? Every lady wants to be a man. Kila mtu anataka kuwa mwanaume. And every woman wants to be a woman. Every man wants to be a woman. Na kila mwanamke anataka kuwa mwanamume. I don't know what we are going to do. Sijui tutafanya namna gani hiyo maneno. Let us be thankful. Wacha tuwe watu wa shukrani. And the heavens will open for us. Na mbingu zitatufungukia. The rest are easy. Quench not the spirit of God. Alafu zinazofuata zinasema that's number 5. Ya 5 inasema msizime moto wa Roho Mtakatifu. Desire to know the opinion of the Spirit in any matter. Msidharau maneno ya unabii. Tamani kujua roho aliye ndani ya kila unabii. No, I'm saying desire to know the opinion of the Spirit in any matter. Tamani kujua mawazo yaliyo nyuma ya kila jambo. Roho ya mawazo yaliyo katika kila jambo. Covet his presence. Tafuta, tamani uwepo wake. Desire things of the Spirit. Tamani mambo ya rohoni. The way you desire things of a university, please desire the things of the Spirit. Kama vile wewe ni mtu unapenda sana mambo ya masomo, tamani pia mambo ya kiroho. Do not ignore speaking in tongues. Msidharau mambo ya kunena kwa lugha. Do you see now this is a spiritual conference? Tunaona sasa hii ni kongamano la kiroho. And I remember when we were young. Na nakumbuka tulipokuwa wachanga. When you stand here to preach. Ukisimama hapa kuhubiri. You start by doing this. Ulikuwa unaanza hivi. Kwanza. And nobody was worried. Na hakuna mtu anashtuka na hiyo. Today if I begin that way. Leo nikianza kufanya hivyo hapa mbele. Even the ushers will start coming near. Hata ushers watasongea hapa karibu. I think he has a problem. Watafikiria kuna shida limetokea. You see all these people sitting here? Unaona hawa watu wote wameketi hapa? If an angel passes and touches somebody or the Spirit touches somebody. Malaika akipita hapa ama roho aguze mtu. Then you shout. Alafu upaze sauti. The eyes that we will be pointed towards you. Macho yatakayogeuka ya kuelekee. You will think you have made a major mistake. Utafikiria umefanya kosa kubwa sana. I even went to another church. Hata nilienda kwa kanisa lingine. And somebody said, "Hey!" Mtu akafanya tu hivi. Hey! He wanted to prophesy. Alitaka kutoa unabii. The preacher stopped preaching. Mhubiri akaacha kuhubiri. Everybody stopped. Kila mtu akanyamaza. Who is that? Wakasema nani huyo? Ni nini inaendelea hapo? And the people picked him. Na watu wakamchukua. They took him under the shadow of a tree. Wakampeleka chini ya kivuli. And they gave him Fanta soda. Wakampatia soda ya Fanta. Very sad. Atulie. Baya sana. Now the manifestation of the Spirit is not taken as something godly. Siku hizi madhihirisho ya Roho Mtakatifu haichukuliwi kama kitu cha kiungu. Amen. Amen. If you start screaming in the church, ukianza kupiga nduru kanisani, you have done a crime. Hiyo ni
makosa. There is no more manifestation of the Spirit. Hakuna madhihirisho tena ya roho. We are all gentlemen. Siku hizi sisi wote ni wangwana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I am filled with the Spirit. Mimi ni mtu ambaye nimejazwa roho. Even praying for people to receive the Holy Spirit has become a problem. Hata siku hizi kuombea watu wajazwe Roho Mtakatifu imekuwa kitu kigumu. No manifestations. Hakuna madhihirisho. If somebody falls down, mtu akianguka chini, everybody goes to shake them. Even some shake the kila mtu anaenda kumwangalia, hata wengine wanaangalia kama temperature iko sawa. I remember those days when we used to preach about the Holy Ghost. We would fall at the pulpit and nobody would come to help you. Nakumbuka siku because they have also fallen down. Tunahubiri Roho Mtakatifu, tulikuwa tunaanguka mpaka kwa madhabahu. People are talking and screaming and prophesying. Watu walikuwa wanaongea, wanapiga nduru, wanatoa unabii. Today, leo the fire has gone down. Moto umeshuka, umezima. The more gentleman you are, the more better you are. Ukiwa mtu muungwana, basi wewe ndio mtu mzuri. I prayed for a lady. Niliombea mama mwingine. And she started screaming and jumping and getting delivered. Akaanza kupiga nduru, akiruka, akikombolewa. I took about 5 minutes with her. Nikachukua kama dakika 5 hivi na yeye. Then the fiancé came and saw me. Alafu mchumba wake akaja akaniona. Should we continue with the wedding? Akasema, mchungaji, unaona kama tunaweza endelea na uhusiano wetu na huyu ndugu? Can you imagine? Hebu ifikiria hiyo. I said, Kube, the people no longer want the Spirit. Nikasema kumbe siku hizi watu hawapendi mambo ya roho, hawataki. What happened to this lady was making her a better wife than before. Hizo nduru huyu mama alikuwa anapiga zilikuwa zinamtengeneza kuwe mtu mzuri, mke mzuri. Amen. Amen. You know, I was late in being delivered those days. Apostle Supi, I was not delivered early in life. I was delivered when I was a pastor. Unajua Mtume Supi, mimi nilichelewa kwa hii mambo ya ukombozi. Mimi nilikombolewa kama nimesha kuwa mchungaji. I screamed, nikasema nikasema and the third one. Ya tatu. I want to tell you there are people who refuse to greet me when I'm going home. Nakwambia kuna watu hadi walikataa kunisalimia, waliogopa kunisalimia wakati naondoka. And my sister came to ask me, are you all right? Na dada yangu akakuja kuuliza, uko sawa? Uko sawa ama kuna shida kama akili iko sawa? When there is fire, by the time we come here to Sunday, things will happen. Wakati kuna moto, mahali kuna moto, by Sunday, itakapofika Jumapili hapa, you will see people doing things that you have never seen. Utaona watu wakifanya mambo ambayo hujawahi kuyaona. Prepare to see people jumping up like a Masai. Jiandae kuona watu wakiruka hapa kama Masai. Prepare to see people vomiting things that they have taken. Jiandae kuona watu wakitapika vitu ambavyo wamevikula. The Holy Spirit must be given his place. Roho Mtakatifu lazima apewe nafasi yake. Take over. Kwa sababu ya unyakuzi wa kifalme. Amen. Despise not prophecy. Usidharau maneno ya unabii. We will have a lot of prophecies being spoken here. Tutakuwa na unabii mwingi hapa. Do not despise prophecy. Usidharau, usipuuze unabii. It is a major channel that God uses to give you direction. Unabii ni mojawapo ya njia kubwa ambazo Mungu hutumia kupeana mwelekeo wake. I feel the Spirit is coming down. Na hisi Roho Mtakatifu anashuka hapa sasa. Despise not prophesying. Prove all things. Hold fast that which is good. Msidharau maneno ya unabii, jaribuni kila kitu, yashikeni yaliyo mema. Do not criticize the vessels that God is using very much. Even Balaam accepted a prophecy from a donkey. Msitoe makosa wale ambao Mungu anawatumia. Hata Balaam unabii alikubali mwelekeo kutoka kwa punda. Some people will accept a prophecy. Kuna watu watakubali unabii until you tell them you are a single mother. Huh? You are a single mother. Lakini ukimwambia tu wewe ni mama single, basi brother, unasema is a donkey a single mother or a husband? Je, Mungu atatumia single mother? Basi tunapokea unabii. Single mother, we are hatupokei single mother, tunapokea unabii. If God chooses to use a girl, let him use her. Kama Mungu ataamua kutumia msichana mdogo, wacha mtumie.
I remember the first time somebody came to put some oil on me. Nakumbuka mara ya kwanza mtu alipokuja kuniwekea mafuta kwenye kichwa. It was a woman. Ilikuwa ni mwanamke. So I was telling God. Kwa hivyo nilikuwa naambia Mungu, don't you have any man around here? Bwana, hakukuwa na mpangilio wanaume, hakuna hapa. I told God even our pastor is there. Nikaambia Mungu hata mchungaji yuko. Then the Lord whispers to me. Alafu Bwana akaninong'onezea. And he tells me. Akaniambia, when I was on earth, wakati nilikuwa hapa duniani, which man anointed me? Ni mwanaume gani alinipaka mafuta? And Jesus was never anointed by men. Na Yesu hakupaka mafuta na wanadamu. It is men, women. Ilikuwa ni wanawake. Ni wanawake waliofanya hiyo kazi. Should we look for another savior? Je, tutafute mwokozi mwingine? Because this one was anointed by ladies. Kwa sababu huyu alipaka mafuta na wanawake. What do you think? Wewe unafikiriaje? The Bible says in the book of Mark. Biblia inasema katika kitabu cha Marko that a woman came and broke an alabaster box over the head of Jesus and anointed him. Mwanamke alikuja akavunja chupa ya manukato ya bei ghali juu yake akampaka mafuta. Even women can anoint you and the anointing is of God. There is no female spirit. The Holy Spirit is one. Hata wanawake wanaweza kukupaka mafuta. Hakuna Roho Mtakatifu mwanamke ama upako mwanamke. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit is one to women and to men. Roho Mtakatifu ni yule yule kwa wanawake na wanaume. That is why Jesus allowed himself to be seen by a woman immediately he got resurrected. Ndio maana Yesu akaruhusu kuonekaniwa na mwanamke wakati alikuwa amefufuka. And Apostle Subi, my wife, has prayed for me many times. Na Mtume Subi, mke wangu huyu ameniombea mara nyingi mimi. We are not powerful throughout the year. Sisi si eti tuna nguvu kila wakati. There are times I look at her and see she is stronger than me. Kuna wakati naangalia mke wangu naona ananishinda kwa nguvu. I tell her, Papa, namwambia, touch. Mama, niguze. Touch. Niguze na uguzo. And it worked very well. Na anafanya hivyo. That is a good amen because the devil is defeated in Jesus' name. Hiyo ni amen mzuri maana shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Philip the evangelist had his 4 daughters that used to prophesy. Filipo yule mwinjilisti alikuwa na mabinti 4 ambao walikuwa wanatoa unabii. Look at the message, don't look at the vessel. Angalia ujumbe, usiangalie mjumbe. Do not look at the vessels of clay. Look at the what is inside that vessel. Usiangalie chombo kama ni cha udongo ama cha nini. Angalia ujumbe ambao ameleta. If you visit our home, we have a very black pot. Ukija kwetu tuko na mtungi mweusi hivi. They use it to cook githeri. Favorite delicacy here in Kenya. Huwa unatumika kupika githeri ambayo ni chakula kizuri hapa Kenya. But we never take that pot to the table room or the living room where people are sitting. Lakini huo mtungi mweusi huwa hatuubebe tupeleke kwenye chumba cha kula. Maana watu watakataa kula basi. No wonder in many hotels the light don't enter the kitchen. Ndio maana katika mikahawa mingi huwa wanaandika msiingie jikoni, staff only. The vessels that cook very well, ni kwa sababu vyombo ambavyo vinapika vizuri, they are not very good and they are not very presentable. Sio vyombo safi sana ama sio vyombo ambavyo ni vinaonekana vizuri sana. But we don't want you to eat the pot. Lakini hatutaki wewe ukule mtungi, nyungu. No, don't eat the pot. Usikule nyungu. Eat what is inside. Kula kilicho ndani ya chungu hicho. Amen. Amen. So when it comes to the prophetic ministry, kwa hivyo inapofikia habari za huduma ya unabii, don't try to eat the pot. Usijaribu kula chungu ama nyungu. And starting that pot is black. Na uanze kusema hiyo nyungu ni nyeusi. They don't wash the outside part of the. You don't wash the pot in the outside part. Etiona hawajaosha vizuri. Hatuoshi nje. Sometimes don't enter the kitchen. Wakati mwingine basi sasa usiingie jikoni pia. You might refuse to eat. Unaweza shindwa kukula. That's why God uses a pot called a donkey to prophesy. Ndio maana Mungu akatumia nyungu ambayo inaitwa punda kumtabiria Balaam. And Balaam accepted the prophecy. It was true. Na Balaam akakubali huo unabii. Hallelujah. Hallelujah. Despise no one. Usidharau yeyote. Don't look down on anyone. Usipuuze mtu yoyote. Tomorrow you may cry. Kesho unaweza kulia. Unaweza kulia. There is a woman who despised a maid. Kuna mwanamke ambaye alipuuza msichana wake wa kazi. She used to prophesy. Lakini huyo msichana alikuwa akitoa unabii.
She used to tell me, I even doubt those prophecies. I doubt them. Na huyu mama alikuwa ananiambia hata mimi nashuku hizo maunabii za huyu msichana. She was the women leader. Huyu mama alikuwa ndio kiongozi wa wanawake. She was just a maid. Na huyu msichana mdogo alikuwa tu msichana wa kazi. Then we had a new pastor. Alafu kukakuwa na mchungaji mgeni. A young man. Kijana hivi. When he looked at all the ladies. Kijana huyu mchungaji alipoangalia wasichana wote, he decided to marry this girl. Akaangukia huyu msichana mjakazi. I was there. I was watching. Nilikuwa pale nikiona. And so now the new wife started calling for women meeting. Na baadaye sasa huyu msichana ambaye ni mke mpya akaanza kuitisha mikutano ya wanawake. The lady used to come and ask me. Huyu mama alikuwa akija kuniuliza. Is it good I attend those meetings? Je, ni vizuri nihudhurie mikutano hiyo ya huyu msichana na alikuanga mfanyikazi wangu? This pastor has said a women meeting. Nikamwambia mke wa mchungaji ndiye ameitisha mkutano, lazima uhudhurie. I learned a lesson. Nikajifunza lesson hapo. Don't despise people. Usidharau watu. Don't despise people. Usidharau watu. You don't know what they will become in the future. Haujui watafanyika nini baadaye. I said I'm feeling the presence of the Holy Spirit. Nimesema nahisi uwepo wa Mungu hapa saa hizi. And the Spirit is going to come very heavily from today up to that day of Sunday. Na Roho anakwenda kushuka hapa kwa njia kubwa kwa Ushers. Wale wakaribishaji. Thank you. Welcome, servants of God. Asanteni, karibuni watumishi wa Mungu. We are just about to pray. Tuko karibu kuomba. Ushers. The power is going to come down. Nguvu ndio hizo zinakwenda kushuka. If somebody receives the power, na mtu akipokea nguvu, bring them here to the carpet. Mumlete hapa mbele kwenye zulia. Because the Lord is saying to me, maana Bwana ananiambia, from today, kuanzia leo, there are people he is setting apart. Kuna watu hapa ambao Mungu anawatenga. He will use them. Na atawatumia. Lift your hands, let's see. Inua mikono yako, hebu tuone. Father, in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu, achilia ufunguo wa those the Spirit is touching, bring them here. Wale ambao Roho anawaguza walete mbele. Bring them here. Walete hapa kwenye zulia. Let's see what the Spirit is doing. Na tuone Roho anafanya nini. They are there. Ndio hao. Prophetic men, prophetic women. Watu wa kinabii. Wanaume wa kinabii. Wanawake wa kinabii. Wanawake wa kinabii. Sakaraba raba shataraba. Korasto brabande bredesh. Where put them? Weke pale. Weke pale. Mlalishe pale. Mlalishe pale. The Spirit is moving. Roho Mtakatifu anatembea. The Spirit is moving. Roho Mtakatifu anatembea. Roho Mtakatifu anatembea. Roho Mtakatifu anatembea. Those are being touched by God. Bring them here. Wale ambao wanaguswa nguvu za Mungu. Weke pale. Weka hapo tu. Pale pale. Put her there. Weke pale pale ambapo umefika. Rabu shandaraba. The Spirit is saying, Roho anasema, there are people I'm setting apart. Kuna watu ambao ninawatenga. I am moving them to the front line. Ninawasongesha mbele for battle kwa ajili ya vita vya kifalme vya Mungu. These are the people the Spirit is touching now. Hawa ndio watu ambao Roho anaguza sasa. He is moving. Anatembea to touch them, kuwaguza, to push them to the front line, kuwasongesha mbele. Receive the power in the name of Jesus. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. You see. Unaona. Nguvu za Mungu zinatembea. Help that one. Msaidie huyo. Nguvu za Mungu zinatembea. Yeah, these are the people God is putting to the front line. Hawa ndio watu ambao Mungu anawasongesha. The prayer warriors. Waombezi. The anointed people who can cast out the demons. Watu wenye upako watakao there they are. Ndio hao. Bring them here. Walete hapa. Walete hapa. Sharaba baba kotaraba. Leporabosi aramande. These are the people who will dethrone the witches. Hawa ndio watangoa wachawi kwenye mamlaka yao. These are the people who will cast out demonic forces Hawa from the water. Ndio watu watakaotoa mapepo. These are the people who will draw the lines. Ambao wataleta utofauti. The people who will return fire in the church.
wataleta moto kanisani, watawasha moto kanisani. Go. Bring them quickly, ushers. Bring them quickly. Ushers, walete haraka. Our time is not much. Hatuna muda, walete. Everybody speak in tongues. Everybody pray. Don't just pray. Yeah, behind there I can see the power is moving. Kule nyuma naona nguvu zinatembea. There is a man under the anointing. Kuna mwanaume hapa chini ya upako. You will start doing miracles, signs and wonders. Utaanza kufanya miujiza, ishara na ajabu. You will move in power. Utatembea kwa nguvu. Sakaraba raba shintaraba. You have hidden yourself very much in the church. Umejificha sana kanisani. But today, lakini leo, the Spirit of God has come. Roho wa Bwana amekuja. The Spirit of God has come. Bwana anakupeleka mbele. Receive the power. Pokea nguvu. Receive the power. Pokea nguvu. In the name of Jesus. Pokea nguvu. Shabranaya. Touch. Kuza. He is here. Jesus is here. Yesu yuko hapa. The Lord is here. Bwana yuko hapa. Let everybody stand up now. The Lord is here. The Lord kila mmoja asimame sasa kwa miguu yako. Bwana yuko hapa. Soramando proseta lalaba. Many problems are going to be solved in just a minute. Shida nyingi, matatizo mengi yanakwenda kutoweka katika sekunde moja. Whenever Jesus encountered anybody, popote Yesu alipatana na mtu, he solved their problems within a single minute. Alisuluhisha shida yao. Whether they are sick, whether they were dead, whether they were what. Wakuwe wagonjwa ama wamekufa ama chochote. Lift those hands to God. Inua mikono hiyo kwa Bwana. Father, touch your people. Baba, guza watu wako. Mtakuwa mnaimba hapa. And if things will be removed from the people of God. Na mapepo itakuwa inatoka kwa watu. I want to pray for an anointing to come upon you. Nataka niombe upako kuje juu yenu. Hold hands. Shikaneni mikono na mkainue kwa Mungu. Father, in Jesus' name. Baba, kwa jina la Yesu. These are the front runners. Hawa ndio wanajeshi wa mbele. Send a shield of protection. Weka ngao ya ulinzi. Nguvu za Mungu ndio hizo. Pokea nguvu, pokea nguvu. Pokea nguvu, pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu for your life. Receive the power. God is moving, God is moving. Mungu anatembea. Receive the power, receive the power. Receive the power. Pokea nguvu. The shield of God is upon you. Ngao ya Mungu iko juu yenu. God is touching people. Mungu anaguza watu. Within the next 2 minutes I'm about to end. Dakika mbili zinazofuata nitakuwa namalizia. But I can see the heart of God on many people. Lakini naona mkono wa Bwana juu ya watu wengi. You will not be discouraged again. Wewe hautashushwa moyo tena. The anointing is about to touch you. Upako uko karibu kukuguza. The fire to cast out demons. Moto wa kukemea mapena. The fire, the fire. Moto for evangelism. Moto wa uinjilisti. The fire to pray a whole night. Moto wa kuomba usiku kucha. And the Lord is raising up men and women who will prophesy. Na Bwana anainua wanawake na wanaume watakaotoa unabii. I see the prophetic anointing coming on people here today. Naona upako wa kinabii ukishukia watu hapa leo. And the fire begins today until Sunday. Na moto wa unaanza leo hadi Jumapili. Prophetic women, prophetic men. Wanawake wa kinabii, wanaume wa kinabii. Naona nguvu za Mungu. God is touching you. Mungu anakuguza. Receive the power, receive the power. Pokea nguvu. Receive the power, receive the power. Receive the power. Prophesy without fear. Tabiri bila uoga. Prophesy without fear. Tabiri bila uoga. Power in the name of Jesus. Nguvu kwa jina la Yesu. Yes. Ndio.
is open. Mbingu zimefunguka. Tell the Lord what you need. Mwambie Bwana kile unahitaji sasa. God, take your people. Bwana, chukua watu wako. And let them now work in the kingdom powerfully. Na hebu sasa wakafanye kazi katika ufalme wako kwa nguvu. Give them power to overcome personal battles. Wape uwezo wa kushinda vita vya kibinafsi. Many who have struggled here with the personal battles, you are going to see what God has done today. Wengi ambao mmeng'ang'ana hapa na vita vya kibinafsi, mtaona kile Mungu amefanya. Nguvu za Mungu zimetembea. Pray in the spirit, pray in the spirit, pray in the Omba spirit. katika roho, omba katika roho sasa. Omba katika roho. God is raising men here. Mungu anainua hapa. God is raising women here. Mungu anainua hapa That he will use ambao atatumia to make a difference kuleta utofauti internationally. katika mataifa Nationally. na pia People kitaifa. that will make a difference in their countries. Watu ambao wataleta utofauti katika nchi zao. Holy Spirit, Roho Mtakatifu. I want to just play a short prayer. Nataka nikaombe ombi fupi. There are people here who can serve God. Kuna watu hapa wanaweza tumikia Mungu, But you have a lot of battles. lakini una vita vingi sana. Every time you want to serve God, Kila wakati unataka kutumikia Mungu, either a disease, aidha a magonjwa, problem, a shida, challenge fulani. Raise your hands to God. Inua mikono yako kwa As I Bwana pray this prayer, ninapoomba ombi hili. you are going to overcome. Unakwenda kushinda. Father, in Jesus' name, Baba, kwa jina la Yesu, touch this man. guza huyu mwanamume, Touch this woman. guza huyu mwanamke, Let them move in power. atembee katika nguvu. Let me sit there. Can we take our seats? Tunaweza kuketi. We can take our Niachie seats pale, now. tunaweza We can kuketi take our sasa. seats. We can take Pole our pole, seats. unaweza kuketi pole pole. Some of you dream in the night that they are praying for people. Kuna baadhi yenu hapa huwa unaota usiku kwamba unaombea watu, But during the day you are not. lakini mchana huombei watu. In this conference, Katika kongamano hili, your dreams are going to become real life. ndoto zako zitaanza kuonekana What you see in katika the siku. night Kile unachoona usiku will be seen in the day. kitaanza kuonekana mchana. There is a time Joseph was dreaming, and there was a time of the practicals. Kuna wakati Yusufu alikuwa ameota ndoto, lakini kukafika wakati wa I ndoto say by the word kuonekana. of God, Ninasema kwa neno la there are Mungu. many men here and women Kuna wanaume na wanawake wengi hapa leo whose dreams are going to become reality from today. ama ndoto zao zinakuja kutimia kuanzia leo. Lord, we thank you. Mungu, twakushukuru. I want to take the offering this morning. Nataka nichukue sadaka asubuhi ya leo. If you can prepare how we can have the offering bags set before us here. Kama mnaweza kujiandaa, tuwe na vikapu vya sadaka hapa mbele. My brothers, my sisters, to run such a conference needs a lot of money. Ndugu zangu, dada zangu, kufanya kongamano kama hili inahitaji pesa nyingi sana. We don't want a burden to lay on Apostle Subi to struggle alone. Let's help him in this ministry. Hatutaki mzigo huu umlalie Mtume Subi peke yake. And Hebu the Bible tusimame na yeye. says, Biblia inasema, if you get a spiritual word, ukipata neno la kiroho, you have a debt una deni to give a physical thing to God. la kumpa Mungu kitu cha kimwili. Sasa So that lady will prophesy. huyo dada ambaye mnamuona atatoa unabii, She will prophesy. atatoa unabii. Tell her that she will prophesy. Mwambie huyo dada kwamba She will atakuwa prophesy even to nations. atatoa She will go. unabii kwa mataifa.
Please, we are waiting for the offering bags. Tunangojea vikapu vya sadaka, tunazingojea vikapu vya sadaka, tutavingojea. I don't think we are very many. If you can place them at the altar, today we can give at the altar because it is the first day. Nafikiri hatuko wengi hapa leo, tunaweza kuja tu tukatoa sisi sote hapa mbele. Put another one there at the end. Weka nyingine kule. Another one here. Wacha zitapakae hapa kote ili kila mtu kaweze kufikia. Lord has touched his people this morning. Bwana ameguza watu wake asubuhi leo. If it is the first day, what about the seventh day? Na kama hii ndio siku ya kwanza, sembuse siku ya 7 au ya 6. Weka chini kwa madhabahu yako tu. Hapo ni madhabahu. We are going to walk there. Watu watafika hapo, weka tu. Please. Ushers, please show us how we are going to come. Ushers, tupange vile. From the back we come and just put something in the offering bag. Tupange vile watakavokuja, watakapotembea wafike hapa mbele. 5 minutes. Hizo dakika 5 are worthy. Zinatosha. And my prayer is, na ombi langu ni kwamba God, Mungu, you look at the heart that is giving. Tazama mkono ambao unatoa. And remember where they work. And remember where they do get their income. Na ukumbuke mahali wanafanya kazi, na ukumbuke jinsi wanavyopata mapato yao. Can we stand up and start coming and giving our offerings now? Naomba tusimame sasa tukaanze kuleta sadaka zetu. Bring personally here at the altar. Leta mwenyewe hapa, leta hapa kwenye madhabahu. For those with their offerings in they have the offerings in the mobile phone. Kwa wale ambao wana sadaka zao kwenye simu, we will be given the paybill number. I hope they are. Naamini tutapewa nambari za kutuma pale. Can we get a paybill number, Apostle? Je, mtume tunaweza pata nambari za kulipia, za kutolea sadaka? I don't see them on the strings. Sizioni pale kwenye kioo. There is a song that says, I love you, Jesus. Kuna wimbo ambao unasema na kupenda wewe Yesu. And I will see the goodness of the Lord. Na nitaona wema wa Bwana. I will see the goodness of God. Nitaona wema wa Bwana. Can you sing that song for these people? Je, unaweza imbia huo wimbo hawa watu? The goodness of the Lord. I love and now smiling. Hapana ibisha sisi hapa kama unataka kulia. Wakati huu sasa ni wakati pia unaimba kama unatabasamu. Never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercies never fails me all my days. I've been held in your from the moment that I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Those who are giving by M-Pesa, I think it is 1-44444. Wanaotoa kwa njia ya M-Pesa ni 1-44444 is a number. 4 mara 3. Please, I think the media should be able to cue in that one. How we give by electronic. Nafikiri tutapewa ili tuweze kuiona kwa runinga. But it is 1-44444. So there are 5 4s and number 1. Amen.
Ni Let's mo- appreciate our Bishop. He has done a great job. Let's appreciate him one more time. Tufurahie kasisi mkuu amefanya kazi Is mzuri. that the best you can do for appreciating the Archbishop? Makofi mazuri zaidi ya askofu mkuu. Please, the media people, make sure you key in the giving details because they are Hallelujah. Let me declare, heaven's alive, our hearts Spirit is moving, revival is sweet. Hallelujah. Hey. In the name of taking over.
Speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace and there is freedom. I speak Jesus. Yeah, na, 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 na. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, lift your voice, everyone. Declare, I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over the atmosphere of the city of Nairobi. over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace in your I presence. know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name. I just wanna speak the name of Jesus Over every heart and every mind. over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your I know presence. there is peace within your presence. Do you believe it, somebody? I speak Jesus. Come on. Your name is power. Your name is power. Come on. Your name is healing. Your name Your is name is love. Yerashata. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name Your is name healing. is healing. Your name Your name is is life. Break every stronghold. break every stronghold. Yeah. Shine through the shadows. Burn like a fire. Like a fire. I just want to speak the name I just wanna speak the name of Jesus. till every dark addiction starts to break, Every dark addiction starts to break. declaring there is hope and there is freedom. There is hope and there is freedom. I speak Jesus. I speak Jesus. Come on, let's speak Jesus in the atmosphere. I just want to speak. Come on. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to Every break, dark addiction starts to break. declaring there is hope in Kenya. Declaring there is hope and there is freedom. I speak I Jesus. speak Jesus. Come on, talk about his name. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Yeah. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Yeah. Your name is healing. Your name is life. Hey, hey, hey. Break every stronghold. Break every stronghold. Yeah. Shine through the shadows. Burn like a fire. Like a fire. Come on, declare the verses together with us. I just want to speak the name. I Just wanna speak the name of Come on, media Jesus. people, help us here. Come on. Over every heart and every mind.
Can the strings be put on? I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. I just want to speak the name. I just wanna speak the name of Jesus Over every heart and every mind. over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within His I know presence. there is peace within your presence. I just want to speak. I speak Jesus. Come on, come on. Your name is power. Your name is power. Power. Your name is Erosata. healing. Your name is life. Work every stronghold. Break every stronghold. Yeah. Shine through the shadow Like a fire. like a fire. Come on. Your name is power. Your name is power. Yeah. Your name is healing. Your name Your is life. name is love. Work every stronghold. Break every stronghold. Yeah. Shine through the shadow Like a fire. like a fire. One more time. Your name is power. Your name is power. Yeah. Your name is healing. Your name Your name is is life. love. Work every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow Yeah. like a fire. Hey, hey. And Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Agunechem, Yerabashataye, Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Agunechemba, Yeshua. Yeshua, Yeah. HaMashiach, You are the lion. Lion of Judah, Arise, arise. Hey. Yeshua, Yeshua. Yeshua, HaMashiach, You are the lion. Lion of Judah, Yeah, yeah. Agunechemba, And Yeshua. Yeshua, HaMashiach, You are the lion. Lion of Judah, Erasaparasataya. Agunechemba, You are Yeshua. Yeshua, Yeah, yeah, yeah. HaMashiach, You are the lion. Lion of Judah, Yeah. Agunechemba, Whoa! You are the God that fights my battles. Oh, yeah. You are the God that fights my battles. Oh, yeah. You are the God. Come on. You are the one. You are the one. Come on. Yeshua. HaMashiach, You are the lion. Lion of Judah, Yeah. Agunechemba, Whoa! You are the one that parted the Red Sea. Oh, yeah. You are the one that parted the Red Sea. Oh, yeah. You are the one. 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 Come on. Yeshua, HaMashiach, You are the lion. Lion of Judah, Whoa. Agunechemba, Yeshua. Yeshua, HaMashiach, You are the lion. Lion of Judah, Yeah. Agunechemba, Yeshua. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Agunechemba. Come on, clap your hands to Jesus. Clap your hands to Jesus. Yelebelemonokoporomono. Yerenebe
Ele kosiana nane. Era na na no no kopone de de. Esabiana kobara de de. Iliemo no no mo soparie. Erada dele kosopayane. Lana no mo kosopayane. Yara no ra 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 de. Yara no ra 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 de. Emayana na no shaye. Heriana no 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 ye. Kena na 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 mo sonane. Yera na 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 no shiana. Yahweh Rapha you are Elohim El Shaddai Jireh Adonai manifest yourself. Erano subendi ekanamane Yahweh Rapha Elohim my God El Shaddai Jireh Adonai manifest yourself. We surrender the weak to you. Come and have your way. Come and have your way. Yahweh Rapha Elohim El Shaddai Jireh Adonai Elabasha manifest yourself. Eriana bande kobodo do 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 do. Eraso kaparie de 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 de. Emredo kopalige de belaha de de haya. Era kopola baha de de bete da haya. Mando soko brande letida haye. Shebando kopaliana baha de. Eraso baliende kopanaha. Lando sebre de kopalie de laha. Era na mande shete. Rano kopare de de de. Yena mano sobaye. Yena na 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 na. Manifest yourself, Yahweh Rapha Elohim El Shaddai Jireh Adonai manifest yourself, Yahweh 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 Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai manifest yourself, Elohim Adonai Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai Lord manifest yourself, call him Yahweh. You are Rapha Elohim. You are Elohim El Shaddai
Yahweh, 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 you are Rapha, Elohim, Ashabah, El Shaddai, Shaddai, you are Yahweh, Adonai, Adonai, manifest yourself. Manifest yourself for Jesus. Manifest yourself for King of Kings. Jidhihirishe mfalme wa Manifest falme. yourself for Lord of Lords. Jidhihirishe Bwana wa mabwana. In Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu. Let's give the Lord a mighty hand Tumpe clap. Bwana mkono mkuu. Come on, let's celebrate the Lord. Tumshangilie Yesu. Turn to somebody and welcome them to the Heavens Fire Prayer Summit 2024. Geukia mtu umkaribishe kwenye kongamano la mwaka wa 2024. Amen. Amen. Come on, tell them it is time for kingdom takeover. Mwambie ni wakati wa kuteka kifalme. The kingdom of God is taking over every sphere. Ufalme wa Bwana unachukua usukani katika kila hali. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. Let's take our seats. Naweza tukaketi. We want to thank the Lord that we began off very well. Napenda kumfurahia Bwana kwamba tumeanza vizuri. This is our first day. Leo ni siku yetu ya kwanza. And Archbishop has just finished the second session. Na askofu mkuu amemaliza kipindi chake cha pili. And we had a powerful time. Why don't we appreciate the Holy Ni Spirit muda mwema, tumfurahie Bwana once again. Mara tena. And we welcome you once again. Tunapenda kuwakaribisha mara tena. We are here the whole of this week. Tuko hapa juma hili lote. And God is going to touch our lives in a very special way. Na Bwana atayagusa maisha yetu kwa njia ya spesheli. People are coming from the counties. Watu wanatoka kwenye makaunti. Some have arrived, some are on the way. Wengine wamefika, wengine wamo njiani. And some are still traveling from the nations. Na wengine bado wanasafiri kutoka kwa mataifa. I appreciate all the bishops that are here. Nafurahia maaskofu wote walioko hapa. The ones who have arrived. If you're a bishop, please just stand up. Kama wewe ni askofu tafadhali simama. The bishops who are here, we have quite a number of them. Please, let's appreciate them. Maaskofu walioko hapa ni wengi, tuwapigie makofi. Let's celebrate them. Tuwatakabali. And let's celebrate all the pastors. You're a pastor, you're a reverend, please stand up. Na pia kama wewe ni mchungaji ama kasisi, tafadhali simama tukufurahie. Wow, this is a meeting of pastors. Huu ni mkutano wa wachungaji. Let's celebrate the Lord for all these men of Tufurahie God. Bwana kwa wapendwa hawa wote. Prophets and apostles. Mitume na manabii. God bless you. Bwana wabariki. Okay, maybe we'll be recognizing people, in the evening. But I right now want to take this opportunity. Please work on these feedback speakers. Pengine kwa kipindi cha jioni tutawatambua watu, lakini kwa sasa I want to take this opportunity napenda kuchukua fursa hii to welcome a servant of God. Kumleta mtumishi wa Bwana. We are so honored. Tumeheshimika sana. So blessed. Tumebarikika sana. That in this year, kwamba mwaka huu we have Prophet Cindy Jacobs and Mike Jacobs. Tunaye nabii wa Bwana Cindy Jacobs na Mike Jacobs. Prophet Cindy and Mike. Nabii Cindy na Mike. Husband of I think it is 51 years. 51 years. They are celebrating 51 years of marriage. Mumewe wa miaka 51 mwezi huu. Tomorrow. Kesho. So lazima tuwatengelezee big cake in the evening. Co-founded Generals International in 1985. Waliatanguliza
found us. No, don't interpret that. She is listed in the Who is Who among American women. She has been recognized by Charisma magazine as one of their 40 people who radically changed our world. Prophet Cindy has also been recognized among the top 50 leaders in the world who are a friend of Israel. She has written for such publications as Charisma, Ministries, Today, and Spirit-Led Woman. Cindy has authored 7 books, Possessing the Gates of the Enemy. I think many of you have read that book. I learned to pray through that book. You know. Also, she has written The Voice of God, Women of Destiny, Deliver Us from Evil, The Supernatural Life, The Reformation Manifesto, and her newest, The Power of Persistent Prayer. In addition, she is the chair of the Apostolic Council of Prophetic Elders, which has met together since 1999. I think it is the prophetic. She runs a very powerful prophetic summit. I've been there twice. Jacob, personally, and my ministry, we've been so much blessed through the ministry of Prophet Cindy. I remember the first time I ministered with her, it was in Malaysia. And I remember after meeting her, we've been in touch. One time I sent her an email. I think it was an SMS, a WhatsApp. Baada ya kukutana tumekuwa tukiwasiliana mara moja, nikamtumia, nafikiri ilikuwa WhatsApp. I just asked her randomly, what is God saying about my life? Nikamuuliza tu kwa jumla, Mungu anasema nini kuhusu maisha yangu? And she wrote back and said, the Lord is taking you to Russia. Akajibu akaniambia Mungu anakupeleka Russia. Now, I did not have a connection in Russia. Mimi sikuwa na mtu ninamjua Urusi. I think about 1 week down the line, somebody calls me and he says, I want you to go and minister in Russia. I have been talking to the churches in Russia about you. And to cut the long story short, they bought the air ticket, worked on everything, and I found myself in Moscow, St. Peter's, and in Volgograd. Na baada ya juma moja nikatumwa na nikajipata Moscow, Russia. So she is very, very gifted in the prophetic. Hivyo yeye ana kipawa kikuu sana cha unabii. Another time we were having lunch. Mara nyingine tulikuwa tunakula chamcha in Malaysia. And she stood up and she told me, we were eating. Tulikuwa tunakula, akasimama akaniambia. For me, I don't prophesy when I'm eating. Unajua mimi huwa sitoi unabii nikila. I have to organize myself to prophesy. Lazima nijiandae ili nitoe unabii. But we were eating and talking about different things. Lakini tulikuwa tunaongea mazungumzo kadha wa kadha tukila. And then she stands up and she says, the Lord would say to you. Akasimama akaniambia, Bwana anasema kwako, I am putting you on global television. Ninakuweka kwenye runinga ya kimataifa. And I said, wow, you know. So, nikasema, aha. Not long after that, I think 1 month after that, God TV contacted me. Baada ya mwezi kama mmoja, God TV wakanipigia simu. And they put me on a program. I was there, I think, for 2.5 years. Wakaniweka kwa kipindi kwa miaka 2.5. So, the word that says, and the word of Samuel never fell on the ground. We are so honored to have you. We know it is a very tight schedule for you, but we are so honored to have you. Let's stand up today. Give the Lord a mighty hand clap offering. Sadaka kubwa ya makofi. As we receive tunapompokea Prophet Cindy and Mike Jacobs. Nabii Cindy na Mike Jacobs. All the way from Dallas, Texas. Kutoka mbali Dallas, Texas. Where the best beef comes from. Come on, let's celebrate them better. Wapi shangwe na vigelegele, shangilia. Hello. There you are.
Please be seated. Tafadhali tunaweza kaa. Well, what an honor to be here. Ni heshima kubwa kuwa mahali hapa. I want to appreciate Apostle and Prophet Martha Subi for your invitation. Nataka kumshukuru Mtume Subi na Reverend Mother kwa mwaliko huu. Beloved bishops, maaskofu wapendwa, pastors, wachungaji. I don't know if we have any government leaders today, but sijui kama tuna kiongozi wa serikali hapa. But wonderfully God's children. I want to appreciate you. Na kwa ajabu nataka kushukuru na kuwashukuru wana wa Mungu mlio hapa. And I want to say this is a very strategic time. Nataka kusema kwamba huu ni wakati ambao ni wakati wa kumakinika sana. In the history of Kenya, we know that this is a very important time. Katika historia ya taifa la Kenya, huu ni wakati muhimu sana. Where the nation will go one way or the other. Ambapo taifa litaenda njia moja ama nyingine. But we know God wants it to go on to greatness. Lakini tunajua kwamba Mungu anataka muelekee kwa njia ya ukuu. So we want to appreciate my husband. He's come with just a few thoughts to share with us, so let's warmly welcome him. Hivyo nataka kumshukuru mume wangu ambaye atashiriki nasi kwa muda. Tumfurahie. You know, Cindy, I think that part of the theme here, if I'm not correct, is taking over. God's taking over. Is that not correct? Wajua Cindy, nahisi kwamba Mungu anaenda kuchukulia hapa. You know, you don't take over sitting down. Kuchukulia. I'm not saying stand up. Sijasema tusimame. That the exercise of taking over is not done sitting down. Na hivyo nasema kwamba ile hali ya kuchukua, kumiliki haipokelewi kwa kukaa. For there's a dynamic that is required to be taking over. Hivyo inahitajika muwe na hali ya muamko ndiposa muweze kuchukulia. And it's this. Na ndio hii. You must stir yourself up. Ni lazima ujichochee. You have to be stirred up. Lazima uwe umechochewa. I mean, it may take you seeing what the enemy's doing to stir you up. Waona kile adui anachofanya, hivyo unajichochea, unachochewa. But you can't take over sitting down. Huwezi chukulia ukiwa umekaa. I'm going to share with you very briefly an important dynamic of taking over. Nataka kushiriki nasi kwa muda mchache hali ya kuchukulia. And it is this. Na ndio hii. You must understand. Ni lazima ujifundishe kusimama. That peace. Ndiposa amani. Is required as an instrument of war to take over. Kama chombo cha vita cha kuchukulia. Peace is an implement of war. Amani ni chombo cha vita. Let me explain why that is. Hebu nielezee. I don't want to do a Bible study here. Na sitafanya mafundisho ya kiBiblia hapa tu. But let me just give you several quick scriptures that you can study. Lakini nitawapa maandiko kwa muda mfupi. In Luke the 12th chapter, katika kitabu Injili ya Luka kifungu cha 12 mstari wa 13 na 14. It speaks of the birth of Jesus. Na haya ni maneno ya Yesu. And during this time, na wakati huu, a heavenly host appeared and released this declaration. A heavenly host appeared and released this declaration that I'm about to give you. Mbingu ikashuka na ikaachilia maneno haya. They said this, on earth peace and goodwill toward men. Kwamba duniani kote amani kwa watu wote. Now we know from Isaiah chapter 9 and verse 6. Ilitoka katika kitabu cha nabii Isaya 6. The prophet said that Jesus would be the prince of peace. Imeandikwa kwamba Kristo atakuwa ndiye mkuu wa amani. And we also know from scripture that Jesus was sent to destroy the works of the evil one. Na tunajua kutoka kwa maandiko kwamba atatumana kuharibu kazi ya adui. And some of you know that the word peace in the Hebrew is the word shalom. Na mwaelewa kwamba neno amani kwa Kiebrania ni neno shalom. And I want you to understand, na ninataka uelewe shalom, kwamba shalom, without understanding shalom,
bila kuelewa shalom, you will not understand how peace is a weapon of our warfare. hautaweza kuelewa jinsi ambapo amani ni chombo cha vita. In the original Hebrew, katika ile undani wa Kiebrania, shalom means this: shalom yamaanisha haya, to destroy the authority that establishes chaos. kuharibu mamlaka yanayolete misukasuko. Now that doesn't sound very tranquil and peaceful, does it? Doesn't sound very tranquil and peaceful, does it? Unaelewa hali hii ya amani? And I'll just give you an example of this. You know that when Jesus was on the lake and the enemy sent this terrible storm. Waelewa kwamba wakati Kristo walikuwa pale katika lile ziwa na adui akatuma ile gharika. In Mark the 4th chapter, verse 39. Katika kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 39. Jesus stood up and said this. Yesu akasimama na akasema haya, peace, be still. Amani na mtulie. And the storm ceased, it stopped. Na ile gharika ikatulia na kukawa na amani. And there was a great calm. Na kukawa na kutulia. So Jesus, by speaking shalom over the storm, hivyo Kristo alikuwa anaachilia shalom juu ya ile gharika, destroyed the authority of what the enemy had sent to kill him and the disciples. Akiharibu mamlaka ambayo ya kazi ambayo adui alikuwa ametuma kuharibu yeye, kumharibu. And so I am telling you this. Na hivyo ninakueleza haya, that you need to understand the shalom of God. Ni vema tuelewe shalom ya Mungu. When you see people who are brought forth and they are manifesting demonic activity. Unapoona kwamba watu wamepangawa wanaashiria nguvu za kishetani. When you minister to them, you're ministering the peace of God to them. Unapowahudumia, unawahudumia amani ya Mungu kwao. You are dismissing the authority that has caused chaos in their lives. Unaondoa mamlaka yanayolete misukasuko ndani ya maisha yao. So I will leave you with this. Hivyo nitakuongoza kwa haya. One of the things that God does, jambo moja ambalo Mungu hufanya, He brings the prophetic, analete unabii, to stir you up, uweze kukuchochea, and to equip you, na uweze kukuhimiza na kukutosheleza, to begin to manifest the peace of God, ndiposa ukaweze kudhihirisha amani ya Mungu, the shalom of God. Shalom ya Mungu. And when you encounter things that are not in alignment with God's kingdom, na unapo elekeza katika kazi ya ufalme wa Mungu, as you manifest the power that destroys the work that establishes chaos, na unadhihirisha nguvu zinazoondoa misukasuko, the result will be the peace of God, matukio yake itakuwa ni amani ya Mungu, and the result will be the tranquility of the peace of the kingdom of God. Na matukio yake itakuwa ni ule utulivu na anga ya amani ya Mungu. So God sends prophets. Hivyo Mungu aliwatuma manabii. If your assignment is to take over, kama jukumu lenu ni kuchukua, God will send a prophet. Mungu anamtuma nabii. He may send a company of prophets. Anaweza tuma muungano wa manabii, to stir you up, uweze kuwachochea, to get you out of your comfort zone, uweze kukutoa katika mahali pako pa kutulia, to get you out of your seats, uweze kukutoa mahali ulikokaa, to the point where you will say, ufikie mahali ambapo utasema, Satan, kwamba shetani, you are the force that establishes chaos in my city and in my nation. Wewe ndiwe nguvu zinazolete misukasuko katika maisha na mji wangu. And you're bound in Jesus' name. Na umefungwa katika jina la Yesu. Because the kingdom of God is here. Na ufalme wa Mungu uko hapa. And the kingdom of God is here to take over, not just to sit in a chair. Na ufalme wa Mungu umefika hapa uweze kumiliki na kuendeleza. So I leave you with this. Hivyo na waacha na haya. Stir yourself up for this coming season. Hivyo jichocheeni kwa majira yanayoingia. It is time for us not just to observe what the enemy is doing. Ni wakati tusitazame tu kile adui anachofanya.
It's time for us to destroy the work of the one who establishes chaos. Ni wakati wa kuharibu kazi za anayelete misukasuko. And with that, I would like to introduce to you Na a prophet nataka kuwakilisha kwenu nabii who has a track record, aliye na historia, who has a reputation aliyejulikana for prophetically stirring you up, kwa kuachilia unabii wa kuchochea, so that you will begin to destroy the authority of the one who establishes chaos. ndiposa uweze kuharibu mamlaka ya anayelete misukasuko. And with that introduction, Na hivyo katika mwaliko huu, may I please present to you niweze kuwakilisha kwenu kwa a sasa little chaos destroyer, anayeharibu misukasuko, Prophet Cindy Jacobs. nabii Cindy Jacobs. Thank you, Mike Jacobs. Thank Asante you, Michael. Mike Jacob. Love of my life. Asante. Thank you. Asante. Hallelujah. I just felt something happen spiritually there. We don't want to miss that moment. Nimehisi kitu kikifanyika katika hanga na singependa tupoteze hiyo nafasi. For the Lord would say, Bwana there anasema are many of you who are going to be marked kuna wengi wenu mtawekwa alama by the Holy Spirit na Roho Mtakatifu in this week. wiki hii. I have brought you here on a divine assignment. Nimewalete hapa kwa jukumu fulani. I have brought you here, says the Lord, Nimewalete hapa, asema Bwana, to anoint you kuwapaka as nation changers. kama watakaobadilisha taifa. I have brought you here Nimewalete hapa because it is critical that you do your part to release the kingdom. ni wakati ambapo ni lazima mumakinike, mchukue nafasi yenu. And do not say, oh, I'm just too young, too little, Na usiseme kwamba mimi ni mchanga ama ni mdogo too unimportant. ama kwamba mimi sio wa muhimu, Because the Lord says, kwa maana Mungu asema hivi, I know exactly how old you are. najua miaka yako, I know exactly why I created you. ninajua vile nilivyokuumba, And I am going to use you to do great things, says the Lord. na nitakutumia Come on, let's kufanya shout a mambo moment. makuu. Hallelujah. Asema Bwana, pasa sauti, sema haleluya. Come on, let the devil hear your hallelujah. Wacha shetani asikie haleluya yako. Haleluya. Woo! Haleluya. Oh, be seated. I feel so energized from that hallelujah. Unaweza kaa nasikia nguvu kutoka kwa hiyo haleluya. Well, we are talking about the kingdom. Tunazungumzia juu ya, kwa nini tunazungumzia juu ya ufalme? We are talking about God's kingdom. Tunazungumzia ufalme wa Mungu, God's purposes. kusudi la Mungu. All during this week I've been teaching Acts 13:36. Nimekuwa nikifundisha weekend mzima. So that says David served the purpose of God in his generation. Katika kitabu cha mitume, Matendo ya Mitume 13, Biblia yasema kwamba na Daudi akayatumikia mapenzi ya Mungu. So we know in this generation, Hivyo twajua katika hiki kizazi, this snapshot of time, wakati huu mfupi, we want to see the kingdom come, his will be done. tunataka kuona ufalme ukija na mapenzi yake yakitimia. And what does the Bible say? Na Biblia yasema nini? On earth, come on, say it with me, on earth Yasema hapa as it duniani is in heaven. kama vile ilivyo Say it mbinguni. again, on earth Hapa duniani as it is in heaven. kama vile ilivyo mbinguni. I was reading that Bible verse one day. Nilikuwa nasoma mstari huo wa Biblia siku moja. You know, there's some Bible verses you just read and it, you know, it reads kind of the same to you. But then all of a sudden it's like, I never read that Bible verse before. Kuna mistari kwa Biblia unasoma na wakati mwingine unasoma unashangaa kwamba ni kana kwamba sijawahi soma mstari huu. There's a resonance in your heart. Something is imparted through that. Kuna kuwa uamsho fulani katika moyo wako, kuna kitu cha muhimu pale. You see, when I grew up as a child, Waona, nilipokuwa kama mtoto, when we would read that Bible verse, tulipokuwa tukisoma Biblia,
We didn't think that could happen in our lifetime, that we had anything to do with that. Hatukuelewa kama mambo yale yanaweza fanyika katika wakati wetu ama tuna jambo lolote la kuhusika katika yale. In other words, the will of God would not be done in this time, this dispensation. Hatungeelewa kwamba mapenzi ya Mungu yanaweza tendeka hata sasa katika karne hii. It was for, we say in the US, the sweet by and by when we're in heaven. Tuliimba kule Marekani. Asante. When we're in heaven. Tutakapokuwa mbinguni. And so we didn't even try. Hivyo hatukuhitaji kujaribu. We thought, well, if the world is getting more and more wicked, praise God, it's getting more and more wicked. Jesus is coming back. Tulidhani kama ulimwengu unazidi kuwa na uovu, haleluya, Yesu anakuja. I'm looking at some of these bishops, you know that's true. That's what we really thought. Naona maaskofu wengine wananitazama kwamba hayo ni kweli, hivyo ndivyo tulivyowaza. But around the 1990s, kule katika miaka ya 90, I began to preach. Nikaanza kuhubiri. Let's see the will of God done. Kwamba na hebu tuone mapenzi ya Mungu yakitimia. What is the will of God? Na mapenzi ya Mungu ni nini? It's written right here in the Creator's Imenakiliwa hapa katika kitabu cha muumbaji wetu. These are his instructions. Na haya ndiyo maagizo yake. And you know, sometimes we just think, well, you know, we'll pick a Bible verse here and there to live our life by. Wajua, wakati mwingine tunafikiria tutachukua mstari hapa na pale tu tuzidi nao. Of course, you know, we do get verses that speak to our heart, right? Unajua, wakati ni kweli kuna wakati tunapata mistari ambayo inapendeza na kufurahisha mioyo yetu, wajua. Right? Tunakubaliana. Si ni kweli wapendwa? Interactive preaching that I know you're Unajua haya ni mahubiri ya right? Kuelewana, ndio, sawa. And then all of a sudden I was preaching. I remember 1992, and the Lord said, "What is it like in heaven?" Na kisha wakati mmoja mwaka wa 92 nikiwa nahubiri, Bwana akanena nami akauliza, ikoje mbinguni? And you know, I mean, we have snapshots maybe of what it's like in heaven. Na wajua tuna zile picha ambazo tunadhania vile ilivyo mbinguni. And then the Lord began to say, well, in heaven, is there poverty? Na kisha Bwana akaanza kuzungumza akauliza, je, mbinguni kuna umaskini? Is there poverty in heaven? Umaskini humo mbinguni? No. Hapana. Is there order in heaven? Yes, there's order in heaven. Kuna mpangilio mbinguni. Is there chaos in heaven? Kuna misukasuko mbinguni? No. Hapana. Think of all the things heaven must be like. Hebu waza mambo ambayo mbingu inaashiria. So, how much of the will of God can be done in this dispensation? Hivyo ni jinsi gani mapenzi ya Mungu yanaweza timia katika karne hii? And what does the kingdom look like? Na hivyo ufalme unakaa namna gani? Can we bring heaven to earth? Jamani, twaweza lete mbingu hapa duniani? Can we see the marriage of righteousness and justice? Tunaweza ona muunganiko wa haki na uungu. What does the will of God look like in our filmmaking? Mapenzi ya Mungu yanaashiria na kuonekana vipi katika maisha yetu? What kind of movies should be done on earth to reflect heaven? Ni kanda za namna gani ambazo zinastahili kuwekwa pamoja zinazoonyesha mbingu? There's very few. Ni chache sana. But now God is raising up a renaissance of movie makers in the US and other nations to reflect goodness. Na Mungu anainua wana wa Mungu katika ule uundo wa sinema waweze kuonyesha jinsi mbingu ilivyo. We have given our children an appetite for violence and video games and movies, and we wonder why they're violent. Tumeweka njaa katika watoto wetu katika zile sinema wanazoziona, njaa ya vita na misukasuko na kutoelewana na fujo. When we grew up,
tulipokuwa tukikua, we preached the gospel of salvation quite well. tulihubiri injili ya wokovu, People got saved. watu waliokoka. But we told them, oh, don't go near the world. The world is evil. The world is bad. Na tukawaambia msiende duniani. Duniani ni kubaya, duniani hamna amani. So the church came within our buildings. Na hivyo kanisa ikawa imo tu katikati ya majengo yetu. Satan didn't mind if we build a big church, just don't change the nation. Haikujalisha tukijenga makanisa makubwa ili hali hatubadilishi mataifa. And then in the early 2000s, we began to realize, oh no, that was really wrong. Na pale katika miaka ya 2000 tukagundua kwamba hapana, tunakosea. Hivyo tukaanza kubadilika. The local church was meant to disciple the nations. Kanisa kazi yake ikaanza kufundishwa ni kwamba ni lazima tufundishe mataifa. The Great Commission said, go, not stay. Ule utume tulioachiwa ni kwamba enendeni. So we should be discipling people here how to disciple nations. Hivyo tunastahili kuwa tukifundisha watu hapa jinsi watakavyofundisha mataifa. The local church should be a training center for every part of society so our people understand how to be salt and light. Hivyo kanisa inastahili kuwa ni mahali pa kuwatayarisha watu ndiposa tukawatume kwa ulimwengu wakafanyike chumvi na nuru kwa dunia. So in a way we became prisoners in of ourselves. Hivyo tukafanyika watumwa katika nyumba ya Bwana. Because we were afraid of the world. Ni kwa maana tuliogopa ulimwengu. That doesn't take much faith to do that. Hiyo haichukui amani kubwa. But the Lord is anointing us. Na Bwana anatutia mafuta. To go out. Twende nje. Because that magnificent statement in scripture. Kwa maana yale maandiko ya nguvu katika Biblia. Jesus said, I have overcome the world. Yesu alisema nimeushinda ulimwengu. Given us promises, greater is he who's in me than he that is in the world. Akasema ni mkuu aliye ndani yangu kuliko aliye duniani. You see, everywhere we go, we are bringing the atmosphere of heaven. Waona mahala pote tunapoenda tunalete anga ya mbingu. There's an open, pathway like to heaven and to earth. Kuna njia zilizo wazi kutoka mbinguni kuingia duniani. So everywhere we go, hivyo kote tunakoenda, the people may not understand what's happening. Watu huenda wasielewe kinachofanyika. But there is God's kingdom manifesting there. Lakini kuna ufalme wa Mungu unadhihirika pale. You know, when I was a girl in church, we would read Matthew 24. Wakati nilikuwa msichana kanisani miaka ya kale, tulikuwa tunasoma Mathayo 24 verse 20, verse 14. Mstari wa 14. And this gospel of the not salvation. I always read it salvation. Habari njema ya ufalme. Nilikuwa nasema habari ya wokovu itahubiriwa katika ulimwengu wote. So when we do our job, hivyo tunavyofanya kazi yetu, and we go out and we preach the gospel of the kingdom, na tunaenda nje na kuihubiri injili ya ufalme. We preach the will of God on earth as it is in heaven. Tunahubiri mapenzi ya Mungu duniani kama vile ilivyo mbinguni. We will change nations. Tutabadilisha mataifa. We will make a difference. Tutaleta utofauti. You see, it is possible to carry the presence of God in a tangible way. Wajua, inawezekana kuubeba uwepo wa Mungu kwa njia ambayo inaweza sikika. We were telling the story one time at the table of when I was in Italy preaching. Wakati mmoja tulikuwa tunatoa hadithi fulani wakati tulikuwa kule Italy, tukiwa mahali tumekaa tu. And you know, I was preaching in a place where really no woman had preached to them before. Nilikuwa ninahubiri mahali ambapo hakuna mwanamke amewahi ruhusiwa kuhubiri mbeleni. And inside I am praying this prayer. Na ndani yangu nilikuwa ninaomba ombi hili.
God, you're going to need to show up really big for me. Bwana, onekana kwa njia kuu kwa ajili yangu. You're going to have to give me a prophetic strategy on how to open their hearts. Unaenda kunipatia njia ya kufungua mioyo yao tafadhali Bwana. You know, sometimes God can be quite dramatic. Wajua wakati mwingine Mungu anaweza kuwa na mambo ya ajabu. So I was looking at the leaders sitting on the front row. Hivyo nilikuwa ninawatazama viongozi wamekaa pale mbele. I always notice the body language of people I'm preaching to. Hivyo wakati mwingi ninatazama sana kuona vile watu wanavyojiweka nikihubiri. They're sitting on the front row like this. Na walikuwa wamekalia pale mbele wamekunja mikono yao. Wananitazama tu. All these leaders. Wanaangalia wote viongozi hao. I mean, what did their body language say? Show me something. Ninaona, you are really from God. Ninaona vile wanavyoniongelesha kwa nyuso zao wakisema hebu tuone kweli kile utakachotuonyesha kama wewe ni wa Mungu. So I said, Lord, show me the pioneer missionary in this group of people. Hivyo Bwana nionyeshe. Are you finished? The pioneer missionary in this group of people. Nifanye kuwa mumishonari. The first one who came. Jionyeshe kuwa mishonari wa kwanza kwa hao watu. And the Lord showed me a man sitting about 4 rows back on that side. Na Bwana akanionyesha mwanamume alikuwa amekaa viti 4 upande ule. I said, sir, stand up. Nikasema jamani, naomba usimame. And I said, the Lord says you are a pioneer forerunner. Na Bwana anasema kwamba wewe ni mwanzilishi wa kuendeleza. And you came to this area when it was very difficult. Na ulikuja katika maeneo haya kukawa na ugumu sana. And the Lord just began to thank him and express gratitude. Na Bwana akaanza kumshukuru na kumnenea. And because he was the father, na kwa sababu alikuwa, people began to weep. Watu wakaanza kulia. They knew that was their father. Walikuwa wanajua huyo ni baba yao. Now I knew there was a second element in Sicily I needed to deal with. Nikaelewa kwamba kulikuwa na jambo lingine nilihitaji kufanya. You see, we've got to learn to be skillful and adept at using our prophetic gift. Ni vyema tuelewe jinsi ya kutumia vipawa vyetu. When I start prophesying, there's always a mission I have. There's somewhere I'm going with that. Wakati ninaanza kutabiri, ninakuwa na lengo, ninakuwa na njia vile nitakavyofikia. In this case, I knew I had to go over after the strong man of the area through the prophetic. Hivyo nilielewa kwamba mtu mkuu wa maeneo hayo nilihitaji kukabiliana na yeye katika njia ya unabii. Now I don't know what you know of the reputation of Sicily, but in the US we know it's the mafia's headquarters. Na sijui mnavyojua huo mji unaoitwa Sicily, lakini kule Marekani tunauelewa kwamba ni mahali ambapo watu wengi, majasusi, watu wahovu, hatari wanakuwa. Where does a mafia come from? Sicily. Na hao watu wanaoitwa mafia, watu hatari, wanatoka wapi? So the next thing I said was so much faith. Na kitu kingine nilichosema kilikuwa ni kitu cha imani. There's someone in the mafia here. Nikasema kuna mtu hapa kati yao wa mafia. And you have come to check me out. Na umekuja kuniangalia. And I said, get down here right now. Nikasema shuka hapa sasa. You should have seen Mike's face. Ungeona uso wangu. I mean, I really couldn't look at him because I know he would be fainting, thinking these guys kill people. Nilijua naweza kuwa ni mtu ambaye amemakinika, mtu hatari. So the man comes up. Na hivyo yule mtu akajitokeza. And I began to prophesy a wonderful redemptive prophecy. Na nikaanza kutabiri neno la ukombozi. You know, and in my head I'm thinking, oh, this is really good words. This guy probably killed a lot of people. Na hivyo kwa kichwa changu nikawa wanawaza kwamba hili ni neno nzuri, huyu mtu amewadhuru wengi. And I hope he didn't come to kill me. You know, I'm having the second conversation. Na labda alikuwa na mawazo ya kuniua, nikawa bado nina wazo la pili. But as I began to prophesy what God said about him. Na hivyo nilipozidi kutabiri vile Mungu alivyokuwa anamnenea. The kingdom of God began to manifest his purpose. Ufalme wa Mungu kaanza kudhihirisha mapenzi yake. Why God created him. Kwa nini Mungu alimuumba? And all of a sudden. Now, katika usemi huo wote. He does a dramatic thing. Akafanya jambo la kushangaza. He throws up his hands and he says, but I'm a bad man. Akainua mikono yake juu akasema, lakini mimi ni mtu mbaya. And I solemnly said, I know it. Nikamwangalia nikamwambia ninajua.
this prayer. Omba ombi hili. And he got gloriously saved. Na akaokoka kwa njia ya ajabu. And he became a pastor. Na akafanyika mchungaji. Hallelujah, the kingdom of God came right there. Na haleluya, ufalme wa Mungu kaja. The gospel of the kingdom manifested. Injili ya ufalme ikadhihirika. And as the story goes, the next morning I was at the airport and they had some video, they were videoing some things I was saying. Na hivyo katika siku iliyofuatia nikawa pale katika uwanja wa ndege na kulikuwa na video vya mambo mengi nilikuwa nimeyasema. Actually, there's a number of nations when I fly in, the secular press will come with their television cameras to see what God is saying. Kuna pia wakati mwingine nilikuwa nimeenda katika huo safari ya mafundisho ya maombi. And so, I'm videoing and a man suddenly comes up. Na nilikuwa nikifanya kutoa ile runinga, lakini mtu mmoja akajitokeza. A tall man. Mtu mrefu. And he comes up and he says, "Are you that famous psychic from television?" Akasema, ni wewe tulie kutazama katika kwa runinga. I said, "No, but I'm a prophet of God." Nikasema, hapana, lakini mimi ni mtu nabii wa Mungu. Do you want to know what God says about your life? Unataka kujua kile Mungu anachosema juu ya maisha yako? And this guy says, "Yes." Na huyo mtu akasema ndio. And I began to prophesy over him. Na nikaanza kumtabiria. I prophesied his destiny, his purpose. Nikatabiria hatima yake, kusudi la maisha yake. Why the Creator created him. Kwa nini Mungu alimuumba? And it convicted him. Na Mungu akamjaza na hali ya kutubu. And just like the night before. Na kama vile ilivyokuwa usiku uliokuwa umepita. Throws his hands in the air. Akainua mikono yake juu. And he says, "But I'm a bad man." Lakini mimi ni mtu mbaya, akasema. I said, "I know." Nikamwambia, ninajua. Pray this prayer. Ombi hili. And he got gloriously saved. Na akaokolewa kwa njia ya ajabu. And I said to the man next to me, I said, "Now, the tall man, mafia guy, ex-mafia guy," I said, "Here's your pastor." Nikamgeukia yule wa jana ambaye ni mchungaji, nikamwambia, huyu mtu mbaya, huyu ndiye mchungaji wako. That was violently shaking Satan's kingdom. Hivyo pale kukawa na kutingiza ufalme wa shetani. You see, I have authority. Wajua nina mamlaka. Through the name of Jesus. Kupitia kwa jina la Yesu. To deal what is in the heavenlies as I prophesy. Kushughulikia yaliyo kwa anga ninapotabiri. I tell you, there's an authority God gives his children. Na kueleza kwamba kuna mamlaka Mungu wapa watoto wake. And we have learned. Na tumejifundisha. That we can change atmospheres. Tumejifundisha kwamba tunaweza badilisha anga. So what part of the anointing are you walking in? Hivyo ni sehemu gani ya upako unaotembea? You see, when we walk into a restaurant, tunapoingia katika hoteli, we are there to control that atmosphere. Tuko pale kubadilisha anga. Some people, and I won't name names, watu wengine na sitataja majina, just think they're going there to eat food. Wanafikiria kwamba wamefika pale kula chakula. You can eat food at any moment of the day. Unaweza kula katika wakati wote wa siku. But that waiter standing right there, he needs Jesus right now. Lakini yule mpokezi wa hoteli anayekupokea yuko pale na anahitaji Kristo. You see, I'm manifesting that kingdom. Waona, ninadhihirisha ufalme. I'm releasing something. Ninaachilia kitu. You know, Apostle Subi can tell you at the restaurant the other night. Mtume Subi anaweza kueleza usiku mwingine juzi. I prophesied over a young man. Nilitabiria kijana. He said, "We all were saying we think we knew you from TV." Akasema tulidhani tunakujua kutoka kwa runinga. And all of a sudden something changed in a restaurant. Na kwa ghafla kitu kikabadilika katika ile hoteli. I am challenging you. Ninatia changamoto kwako. Now you listen to me. Na unisikize kwa makini. To believe that God can use you. Kwamba uamini Mungu anaweza kutumia wewe. To bring heaven to earth. Kushusha mbingu hapa duniani. And what if we expand that? Na nataka kuelezea zaidi hayo. What if thousands of us itakuwaje kama maelfu wetu began to realize
realize tutaanza kuelewa we can make a difference. kwamba tunaweza leta utofauti. What if we begin to understand Itakuwaje tukielewa that God wants us to go into the whole world? kwamba Mungu anataka twende duniani kote, Every part of the world. kila sehemu ya ulimwengu, Strategically. kwa njia ya mpango. When Jesus began to start his ministry, Wakati Yesu alianza huduma yake, do you think he just randomly went through Israel? Oh, who looks like a nice follower today? unawaza kwamba yeye alienda tu kwa kujiachilia kila mahali ni wapi na ni nani anaweza kuwa mtu mfuasi mwema? No, Jesus was a brilliant strategist. Yesu alikuwa ni mtu wa makini sana kwa mipango yake. So he went to the fishing industry. Alienda pale mahali pa kuvua samaki. That was one of the top industries of the day. Na ilikuwa ni mojawapo wa industries za juu wakati ule. And we know that some of the disciples, they were most likely pretty well off because they had people working for them. Hivyo alielewa kwamba wale walikuwa ni watu wazuri wa kazi, ni kwa maana walikuwa wanawatumikia pia wakubwa wao. But they would also have understood fishermen. Na hivyo alielewa hali ya uvuvi. And so the Lord said, I'll make you fishers of men. Na Bwana akawaambia kwamba nitawafanya muwe wavuvi wa wanadamu. He touched the military. Aliwaguzia majeshi. He began to touch sectors of society and who he called to himself. Aliguza maeneo tofauti ya ulimwengu wetu na ni nani atakayemfuata. Remember the story of Zacchaeus? Wakumbuka hadithi ya Zakayo. Now let me say something. Hebu nieleze kitu. Jesus knew who Zacchaeus was, and he'd be in that tree before he ever entered Jericho. Yesu alimjua Zakayo ni nani hata kabla apande kwa ule mti. Because Jesus' kingdom was about to invade Jericho. Ni kwa maana ufalme wa Yesu ulikuwa unaenda kushughulikia Jericho. Many times I'll do this strategically. Mara nyingi nafanya haya kwa mpangilio. I'll go to an area and ask who is the strong man. Nitaenda kwa eneo na niulize ni nani mkuu wa anga hapa. Or who is under the influence of the demon power over the area. Na ni nani aliye chini ya nguvu za uovu na za shetani katika maeneo yale. And I know if I get them saved, na ninajua kwamba nikimpata yule kumpokea Yesu, the area will be free. yale maeneo yatakombolewa. Amen. We're very tactical. Ni lazima tuwe na lengo na mpangilio na mtazamio. Jesus was a strategist. Kristo alikuwa ni mtu wa mipango. Jesus went into the city. Yesu alienda mjini. And he knew that strong man Zacchaeus was up that tree. Na alijua kwamba mtu mkuu wa eneo lile ni Zakayo na alikuwa katika ule mti. And he looked at him and had a word knowledge and called his name, Zacchaeus. Na alimjua na akamtazama akaliita jina lake akasema Zakayo. And he said something that was extraordinary, Jesus said. Na akasema jambo ambalo lilikuwa la ajabu. I'm going to stay in your house. Kwamba ni lazima nije kwa nyumba yako. This was like the most hated man. Huyu alikuwa ni mtu aliyechukiwa, mkuu wa kutosha ushuru. He was the one everybody despised, the most corrupt man. Alikuwa ni mtu aliyedhaniwa wa chini, mtu muovu. But there was a need in Zacchaeus' heart. Lakini kulikuwa na hitaji katika moyo wa Zakayo. There was a need to be loved, to be recognized. Kulikuwa na hitaji la kupendwa na kutambuliwa. Zacchaeus knew he was a bad man. Zakayo alijua kwamba yeye ni mtu mbaya. But Jesus showed him kindness. Lakini Yesu akamwonyesha wema. And the kindness of God leads us to repentance. Na upendo na wema wa Mungu unatuongoza kutubu. And what happened? Na nini kilichofanyika? What did Zacchaeus say? Zakayo alisema nini? He begins to confess that he has taken people's money. Akaanza kutubu na kueleza kwamba nimechukua hela za watu. He said, I'm going to restore 4 times what I've taken. Akasema nitarejesha mara 4 nilichochukua. Do you think that
that did something to the poverty of a city? Waelewa kwamba kule kutubu kulibadilisha jambo With katika ule one mji. word, to Neno the right moja person, kwa mtu wa the sawa, kingdom of God manifested ufalme wa Mungu kadhihirika in such a way it helped eliminate the poverty of a city. kwa njia ambayo iliondoa umaskini kwa ule mji. Hallelujah! Haleluya! We've got to be strategic. Ni lazima tuwe na mipangilio. You see, if just the Christians would do what we should do. Wajua, kama Wakristo tutafanya tunachostahili kufanya, How many people could be saved? ni watu wangapi watakaookoka? I have a friend in Guatemala. Nina rafiki katika mji wa Guatemala. He realized that Guatemala was the fourth from the bottom in entrepreneurship for all Central America. Kulikuwa na nguvu za kuzalisha katika ile maeneo ya Marekani. Now I had prophesied one day Guatemala would be at the top economically for entrepreneurship. Nilikuwa nimetoa unabii juu ya Guatemala kwamba itainuka kiuchumi. And so this man said, if you're going to do that, God, na huyu mtu akasema, kama Mungu utafanya hayo, give me the strategy. Nipatie njia. This is the second dimension of prophecy. Na huu ni upeo wa pili wa unabii. Many times words fall to the ground because there's no one that says that will be my mission. Mara nyingi unabii unaambulia patupu, ni kwa maana hakuna anayeupokea na kujijudisha. I'm going to make that happen. Akisema kwamba ni lazima niyatimize yale. So he went around the schools, around the world, studying education systems. Hivyo akazunguka kwa shule za eneo lile. He started a university, started a school. Akaanza university, akaanza shule. Starting at age 5, they began to teach the children how to do business. Akaanza kufundisha masomo ya kibiashara kwa watoto. They began to teach on reformation of society. Akaanza kufundisha jinsi ya kubadilisha miji. They began to teach the children. Wakaanza kufundisha watoto. You are going to every sector of society. Jinsi ya kuingia katika kila eneo ya maeneo yetu. And then he knew that he had to be more strategic. Na hivyo akajua kwamba alihitajika ajipange vema. See, because to really bring a reformation back to biblical worldview, akaelewa jinsi ya kulete mabadiliko kupitia kwa minajili ya kibibilia. That's too slow. Kwamba akaona kwamba ni vema. The generations will reap from that. But what about now? Vizazi vitavuna kutoka kwa yale, lakini kwa sasa je, tutafanyaje? The economy was cratering now. Uchumi, hali ya uchumi ilikuwa inajililia kwa wakati ule. So he made a list of the wealthiest families in Guatemala and went to see them and led them to the Lord. Na akaenda kwa zile jamii tajiri kule Guatemala, akazifikia akiziongoza kwa Kristo. One time we were in Indonesia and I had felt some frustration of things I wanted to happen. Na tukawa kule katika mji wa Indonesia, na tukawa tunapata changamoto kwa mambo fulani tulihitaji yafanyike. So I noticed my friend just writing. Hivyo nikagundua rafiki yangu ananakili. At the end of the conversation, baada ya kongamano, this was a very, very wealthy man from Bali, Indonesia. Huyu alikuwa ni mtu tajiri kutoka mji wa Bali kule Indonesia. So before we leave, he hands me a piece of paper. Hivyo kabla tuondoke akanipatia kijikaratasi. He said, Cindy, these are the people that are heads of the major business sectors in this nation. Akasema yani majina ya watu wanaoongoza biashara zile kubwa hapa Indonesia. I commit to lead them to the Lord. Na akasema ninajitoa kuwaongoza kumpokea Yesu. Hallelujah. Hallelujah. He did. Akafanya hivyo. You see, that's being strategic. Waelewa kwamba ile ni hali ya kuwa na mpango. You know, we have to think higher. Ni lazima tuwaze kwa njia ya juu. We have to come up higher. Lazima tuinuke.
You know, you are called to be the head and not the tail. Umeitwa kuwa kichwa na sio mkia. But you are going to be the tail and get dragged around unless you learn how to be the head. Lakini utakuwa mkia na uvutwe hapa na pale, isipokuwa kwamba ujifundishe jinsi ya kuwa kichwa. I want to expand your thinking today. Nataka kupanua hali yako ya kuwaza na kufikiria. I want you to think kingdom thoughts. Nataka uwaze mawazo ya kifalme. See, each one of you can touch something, someone. Waelewa kila mmoja wenu unaweza guza mtu ama kitu. Remember the little servant girl in Naaman's house. Elewa yule mjakazi katika nyumba ya Aman. She was just a little servant girl, but she worked for one of the most powerful men in the nation. Alikuwa ni mbinti mdogo, lakini alifanya kazi kwa nyumba ya mtu mkuu katika lile taifa. And even though some people say, oh, you're so unimportant, God said, no, you're strategic. Na ingawa watu wengine wanamuona kwamba yeye ni duni, Mungu akawa anasema umepangiliwa ipasavyo. Let me prophesy to you. Hebu nitabiri kwako. God will put you in strategic positions. Mungu anawenda kukuweka mahala pasawa. And God will use you to influence. Na Mungu atakutumia kubadilisha. People that have much greater influence than you do. Watu walio na hali ya kuguza na kubadilisha zaidi yako. You may be one person away from a nation changer. Unaweza kuwa tu mbali kwa mtu mmoja atakayebadilisha taifa. I tell you. Na kueleza. God is going to position you. I'm decreeing it. Mungu anaenda kukuweka na ninaachilia. I tell you, I am so frustrated with people. Nasikia kuwa na changamoto sana na watu fulani. Who are just live such boring, dumb lives. Ambao wamekubali kuishi maisha ya duni yasiyo na uamsho ya kutulia tu. That's a selfish life. Maisha ya binafsi. They don't use their influence. Hawatumii walicho nacho. They just see people around them work and just as their servants. Wanaona tu watu wakifanya kazi karibu na wao kama tu watumishi. No, we need to see them as people that Jesus died and gave his life for. Tunahitaji tuwaone kama watu ambao Yesu alikufa kwa ajili yao na akatoa maisha yake kwa ajili yao. Are you manifesting the kingdom of God? Jamani, wewe unadhihirisha ufalme wa Mungu. Every day are you having supernatural adventures? Kila siku unakuwa na njia ya hali ya kiungu. See, when you have faith for that. Kuwa unapokuwa na imani kwa yale. I'll get up in the morning and say, Holy Spirit, what supernatural adventure are we having today? Wakati mwingine ninaamka asubuhi na ninasema, Roho Mtakatifu, ni njia gani, ni nini umeandaa kwa leo? Holy Spirit, let's have some adventures. Roho Mtakatifu, leo twende safari tufike mahali. Hallelujah. And so we have lots of adventures. Hivyo tunakuwa na njia za kuweza kufumbua zaidi. Mike and I were flying from Dallas to we were in Doha. Mike, tulikuwa siku moja tunaelekea kule Doha tukitoka Dallas. And there's some things I've been wanting to do in the Middle East. Na kuna mambo fulani nilikuwa nataka kufanya katika hilo eneo la Asia. Particular interest in the Middle East. Na nikawa ninatazamia sana maeneo ya Middle East. I made a vow in 1991 I'd bring 1 million souls from the Middle East to heaven with me. Nikaweka nadhiri kwamba nitalete nafsi milioni 1 kutoka eneo lile. So we helped to pioneer Arabic television, some other things like that. Na hivyo ikawa ni lazima tukawa wa kwanza kuongoza katika runinga na mambo kama yale. But the moment God gives me an assignment, wakati Mungu anaponipa kazi, I realize that the kingdom of God needs to manifest the open doors that I am going to need for my assignment. Hivyo ninaelewa kwamba ufalme wa Mungu unahitaji udhihirike, ndiposa ukanifungulie malango fulani, ndiposa nikaweze kutimiza ile jukumu. But you have to have faith. Lakini ni lazima uwe na imani. Faith to preach the gospel of the kingdom, to live the gospel of the kingdom. Imani ya kuihubiri injili ya ufalme na kuweza kufanya kazi ya ufalme. So a woman came up to me. Hivyo she said, I recognize you.
Mwanamke mmoja akaja kwangu akasema nakutambua na kuelewa. Began to tell us she works at a very strategic, one of the most strategic locations in all the Middle East. Na akawa kwamba anafanya kazi katika mahali ambapo ni pasawa sana, pamejipanga vizuri katika ile eneo la Middle East. For one of the most powerful organizations in the world. Kwa For one of the most powerful organizations in the world. Alikuwa anafanyia kazi organization moja ambayo ina nguvu sana maeneo yale ya Middle East. And she began to say how a believer has been assigned and given funding to go in and rebuild Gaza. Na hivyo akawa ananieleza vile muumini mmoja alikuwa amepewa pesa na kuweza kupewa watu wa kusimama na yeye aweze kwenda akajenge eneo la Gaza. We're praying for this war to end. Na aweze kusimamisha na kufikisha mwisho ile vita. And so she said, would you like to go in and help? Akaniuliza, ungependa kuja na usaidie? I felt like it was my birthday and Christmas and Easter. Nikasikia ni kama ni Christmas, ni kama siku yangu ya kuzaliwa. Yes. Nikasikia ndio. Hallelujah. Hallelujah. You see, God will put you strategically where you need to be. Wajua Mungu atakuweka mahala pasawa ambapo unastahili kuwa. The kingdom of God wants to manifest through you. Na Mungu anataka kujidhihirisha kupitia kwako. But you have to learn. Lakini lazima ujifundishe. I am a representative of the king. Kwamba mimi ni mwakilishi wa mfalme. I have a mission. Nina mission. To preach the gospel of the kingdom. Kuhubiri injili ya ufalme. And if I do it right. Na nikifanya sawa. If we do it right. Na tukifanya sawa. We will see Africa change. Tutaona Afrika ikibadilika. We will see the promises given. Tutaona na manabii aliyotolewa. The promises that the Kenyan shilling would be the strongest economy in Africa. Tutaona shilingi ya Kenya ikiwa ina nguvu zaidi Afrika. But not only that. Na sio hiyo tu. How to pray that that will happen. Ni vipi tutakavyoomba ndio hilo lifanyike. Stronghold stopping that. Ni mamlaka gani tunahitaji kukabiliana na tusimamishe. And what is the strategy to build a nation economically so that will happen? Na ni mpangilio upi tutakaotumia kuweza kujenga taifa ndiposa hilo litimie. God has it. Mungu He has all analo. the parts. Mungu ana He kila has all eneo. the wisdom. Mungu ana hekima yote. You see, but we are scattered on the wall. Unajua tumetawanyika ulimwenguni. And we need to work together. Na tunahitaji tufanye kazi pamoja. And thousands will be saved. Na maelfu wataokolewa. And thousands will come to the Lord. Na maelfu watakuja kwa Bwana. But when they come to the Lord, are we ready to disciple them to teach nations? Na wakija kwa Bwana, jamani, tuko tayari kuwafundisha kufikia mataifa. Do we know how to teach nations? Jamani, tunajua jinsi ya kufundisha mataifa. In some cases the answer is no. Na mara nyingi wakati mwingine jibu ni la. But can we make a vow? Lakini tunaweza We begin today. Weka nadhiri kwamba tunaanza leo. Tunaanza leo. Let your kingdom come. Ufalme wako Say it uje. with me. And your will be done on earth as it is in heaven. Stand up and say that with me. Simama na urudie pamoja nami useme ufalme wako uje na mapenzi yako yafanyike duniani kama ilivyo mbinguni. Hallelujah. It's kingdom time. Ni wakati wa ufalme. It's time for the kingdom. Ni wakati wa ufalme. We have come to occupy. Ni wakati wetu wa kumiliki. We have come to be good stewards. Tumekuja kufanyika wasimamizi. And we will see Kenya saved and reformed. Na tutaona Kenya imeokolewa na imebadilishwa. And we will see Kenya transformed. Na tutaona Kenya ikibadilika. And we will teach our children how to keep it transformed.
transformed. Na tutafundisha watoto wetu jinsi ya kuiweka ikiwa imebadilishwa. And someone shout. Pasa sauti, sema haleluya. The kingdom Kwa utukufu wa will be preached in all the earth. Injili ya ufalme itahubiriwa duniani kote. And the end will come. Na mwisho utakuja. Amen. Amen. Well, that's all I feel I should preach for now. Hilo ndilo nilisikia kuhubiri Let's kwa clap our sasa. hands. Hebu tupige makofi. Amen. 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 Let's celebrate the Lord. Let's celebrate prophetess Cindy Jacobs. Nabii Cindy Jacobs. Look at your neighbor, declare thy kingdom come. Zama jirani mwambie falme wako na uje. Come on, declare as apostolically and prophetically. We've just been listening to prophets. Declare somebody, the kingdom come in you. Ufalme wako na uje kwa. Thy kingdom come in Kenya. Ufalme wake na uje Kenya. In Africa. Afrika. Asia. Asia. America. Marekani. Let's repeat it 7 times. Thy kingdom. 7 ufalme wako na uje. Thy kingdom. Ufalme wako na uje. Thy kingdom. Na uje. Ufalme wako na uje. Ufalme wako na uje. Ufalme wako na uje. Hallelujah. Do you believe it? Je, unaamini that we are taking over? Kwamba tunateka. Worship team, why don't you give us a song about the kingdom of God? Mtupe wimbo kuhusu ufalme wa Mungu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Declare once again and say, thy kingdom come. Thy kingdom come. Thy will be done here on earth. Thy will be done here on as earth. it is in heaven. As it is in heaven. The song we're going to sing is the theme song for this summit. It's titled Thy Kingdom Come. And I pray that the media team will help project the song. It's titled Thy Kingdom Come. It'll be a blessing. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy will be done. Thy will be done. Thy will. Thy kingdom come. 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 Thy will be done. Thy will be done. Will be done. Thy 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 will be done. Oh yeah. The heavens are open, our hearts are ready. Our hearts are ready. The Spirit is moving. The Spirit is moving. Revival is here. Revival is here. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We're taking over. We're taking over. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. The kingdom is here. The kingdom is here. Oh, our hearts are open. Our hearts are open. Oh, our hearts are ready. Our hearts are ready. The Spirit is moving. The Spirit is moving. Revival is here. Revival is here. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We're taking over. We're taking over. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Somebody declare the kingdom is here. The kingdom is here. God's kingdom, say God's kingdom is here.
hands of God. There is a shaking, and every high thing must come down. Oh Lord, the Spirit is moving, mighty signs and wonders. Oh, we're gonna see heaven, oh, taking over. Oh, I say we're gonna see heaven, oh, taking over. Oh, God say God's kingdom is taking over. He's here on earth. As it is in heaven. Hallelujah. Taking over. What a powerful message from Prophet Cindy Jacobs. Jumbe wa nguvu kutoka kwa nabii Cindy Jacobs. Prophet is going to be continuing in the last session in the evening. Nabii ataendelea kwa kipindi cha jioni cha kufunga. So let's be there. Kwa hivyo tujipange na tuwepo. Just take your seats in a minute. Waweza ukaketi kwa dakika. And then we are going to go for lunch and then come back at 3. Tutaenda kwa chamcha tena tutarejea saa 9. And we are going to be having Prophet Francina Norman. Na tutakuwa na nabii Francina Norman. She's coming at 3. Anakuja saa 9 to take us all the way. Kutupeleka hadi mwisho. Prophet Cindy will be finishing up in the evening. Kisha tutamatishe na Prophet So let me Cindy. invite Reverend Chris to come and give us the directions. Taka nimpokee Kasisi Chris ili aje atupa Let's appreciate maagizo. him for the next what is going to be happening. Thank you. Tumkaribishe ili atupatie maagizo na mwelekeo. Tupigie Bwana makofi. Tumpigie Bwana makofi. Let's appreciate the God. Lord. Amen. Amen. Yeah, once again, thank you for coming and invite somebody. Share our page at Apostle Julius Subi, Mara tena asanteni kwa Facebook, kuja. and at Apostle Julius Subi YouTube. Unaweza So as ukatufuata we are kwenye seated, Facebook. I would like the ushers to and protocol team kindly, if we can release Apostle and Mama, and then protocol team, you can take care of that, and then the front desk. Announcements. We have lunch served by vendors. Lunch served by vendors. On my right hand side, you will find there are vendors there for your choice. You choose the one where you want to eat. It's there at a very washrooms. We have washrooms on my right hand side near the gate on the right. At the upper side, there are washrooms there. And also, but for our international guests, your washrooms are in tents here at the back for the international guests. But then there are also pay washrooms. Praise the Lord. Pay toilets. They are at gate D. Gate D for 10 shillings. And you will be able to use a paid toilet so that if you don't want to queue or you don't want to go at the other side where the toilets are far, and that will be done. We have books, Apostle Julius Subi's books
They are at our counter, and they are going for 600 shillings only. You can get for yourself a copy, and God will bless you. And many other items, t-shirts, Heaven's Fire t-shirts, because tomorrow we will have a procession through town, and we would like everybody, as many as are able, to be in t-shirts. Praise the Lord. Amen. Amen. So those are the announcements. We'll continue giving you more announcements. And we apologize about the giving details. We've rectified, and you will be seeing it projected in the subsequent services. Amen. So those are the announcements. Can we stand and share the words of the grace? Once again, the food vendors are the other side. Go there. There's also first aid, medical advice. You can get it. If you have any question, our customer care is also there. They will be able to support us. For those who need accommodation, especially our pre-arranged accommodation at 500 shillings per day, you get breakfast, you get dinner, and you get transport to bring you to this place. Please go to our customer care desk. There is an accommodation table at the customer care tent, and they will be able to help you. Praise the Lord. Amen. We appreciate having Apostle from Kitale, Charles Biegon. Let's appreciate him. Amen. Amen. Let's share the words of the grace. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. See you in 30 minutes time, and God will bless us together. Shalom. For the workers, let's give first chance to our worship team to have their lunch. Kwa hivyo kwa Kiswahili, kama unahitaji kula chakula cha mchana, begin to declare the name of Jesus over every situation. We speak the name of Jesus from the end to the end of the earth, from the east to the west, the north to the south. We proclaim a kingdom takeover over every nation, over every people, over every continent, over every city, over every town. Hey, hey, in the name of Jesus, we are taking over. We are invading nations. We are invading cities. We are invading governments. Oh, we are invading every corner of the earth. Oh, in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Somebody prophesy that name. Oh, in the name of Jesus. In the name of the Lord. Oh. Aribakosha katalababa. Erebose terebose. Iribo koferi keberte shataribabagasu. Ele Erabakata yabakata. It's time for a takeover. Oh,